It is time to dance. Ni wakati wa kucheza. Cheza leo sababu kesho sijui utakuwa wapi. Ungeza hata kosa kuniona. Hallelujah. Zo ukiona nakaa kama kamwenda wazimu hapa, we zoea leo. Zoea hiyo sauti mapema. Hallelujah. Zoea kucheza mapema.
Gotire mokoro. Nashangaa niko na Wakikuyu hapa na wajui nyimbo zao. Acha niimbe ya Kimeru sababu wamenileta. Hallelujah. Hallelujah. The Bible says in the house of the Lord there is fullness of joy. Sasa wewe ukiona unakujanga kanisani umenuna, hata smile enjoy smile. Alafu ukitoka tena umenuna. Hata mwendawazimu akikutana na wewe atashangaa umetoka wapi. Wendawazimu wengine huko nje wamefurahia hata kutukuta. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Ndio maana unakutanga kila wakati wanacheza wanasema titi. Sababu wamefurahia. Lakini wao unajua baba yako, unakuja kwa nyumba ya baba yako. Unatoka umenuna. Are you sure you were in the house of your father? Or it was the house of your uncle? Hallelujah. Are we ready to sing one Kikuyu? Are we ready? Do we have Kambas in the house? Do we have Kalejins in the house? Hallelujah. I love Pastor Koki. Pastor Koki is everywhere. Pastor Koki is a Kikuyu, is a Kamba. She's a Nigerian. She's everywhere. Hallelujah. So we must praise him. Praise him in an African way. So we must praise him. Praise him in an African way. Do we have Ugandans here? Yes. Do we have Ugandans? Hallelujah. I'm a Ugandan if you don't know. Nione nyuma ya tent. Twende Kikuyu. Alafu Wakikuyu wanaanza na climax. Na wanamaliza na climax. Hebu kaa hapa. Kuja hapa. Kuja hapa mbele. Nataka kuwaonyesha style ya Wakikuyu. Angalia hapa mbuzi. Wakikuyu wanachezanga na style yao peke yao. Gaiwa kwa
Thank you, Father. We glorify you. We worship you. Tunakuabudu tena. Asante kwa wakati huu umetupatia. Asante kwa muda huu tena. Hakika tuliomba siku ya Jumapili utufikishe siku hii. Na tutakapofika siku hii tutakuimbia, tutasujudu, tutasema ni asante. Naungama mbele zako kusema nisamehe dhambi zangu zile zote nimefanya kwa makusudio na zile nimefanya bila makusudio. Pia kumbuka dhambi za watoto hawa. Wote ambao wamekuja hapa wamefanya dhambi nyingi, ovu na mbaya. Wananuka, hawastahili kuwa kwa nyumba hii. Lakini Baba, kwa sababu wewe ni Mungu mwenye rehema nyingi, mwenye huruma nyingi, wasamehe tu. Washike mkono tena, wabariki, wainue kwenye nyumba zao, kwenye kazi zao, wainue tena, wabariki. Ninavunja ngome zote za wachawi, warogi, manyoka, mafisi, wote waliotumwa na waliojituma, hilisi zote zilizotumwa na zilizojituma, waganga wote waliotumwa na waliojituma, na hata Illuminati, Freemason na nguvu zote za giza zilizotumwa na zilizojituma, zote ninazambaratisha katika jina la Yesu Kristo. Ninang'oa mizizi ya tamaduni za kishetani katika nyoyo zetu, katika fikira zetu na katika miili yetu. Yote ninaangamisha katika jina la Yesu Kristo. Watakaze watoto na watakaza watoto hawa, ninawabariki. In Jesus name, somebody say amen. Salimia mtu mmoja, wacha kukaa ovyo ovyo wewe. Salimia mtu hapo, muulize kwa nyuko hii na hatia. Mwambie na lugha yako, kwenu kuko namna gani? Maisha wa mama wa kwenu, wa baba wa kwenu, wanywa wakine, wanywa anyui, Bwana asifiwe sana. Watu wa Nyeri wako wapi? Wapigieni makofi sana. Asante sana. We may be seated. Let these seats be filled. Kava vizuri hapo. Wacha kuweka mapenyo. Thank you very much. God bless you. Onyango Otieno wachane omera Berainya Adinade Adima Bell. Okay, asante. Imeisha. Nashukuru kukuona tena. Wanga na kumisi, lakini sasa kwa sababu ulienda kula mbuta, I have no option I have to forget you. But I will never forget you. One thing, najua huyu mzee alikuwa amepatiwa bunduki na serikali aniue. This man here alikuwa Kenya Army. So he was one of the best sharpshooters. Sema sharpshooters. Sharpshooters. Wacha kuongea kitu cha kwambia. Sharpshooters. Najua hii Saluo, it comes from down the lake. They say it is sharpshooters. Si sharp. Sharp ni ya watu wa Nyeri na Murang'a. Ni sharpshooters. So he was given, what was the name of the gun? Simama tu. He was given a G3. Kumbe hata walikuwa wamepatiwa bunduki feki hivyo. Si umpatie mic. Anajua kujishishi, he is a pastor. Mpatie namba 2 hapo. So huyu mzee wakachaguliwa the best in the formation of the army. Wakaambiwa, now you are the people to kill this man. Ametusumbua sana. Na hata mzee acknowledge akasema kweli hii kijana imesumbua. And the man akapatiwa bunduki with the team. Mulikuwa platoon ama mulikuwa formation? The team that was to kill. You were chosen alone ama you had a group? Hakuna hii kitu? We are a group. Simama tu, kuja simama hapa. Kwani umeanza kuogopa watu? You are a soldier. Yeah. You are in a group. Yeah, we are in a group. Yeah. And now you are told to go hit. Yeah. And you had the target. You know. In the forces. Yes. No, I'm not blaming you. Don't try to defend yourself. Yeah, you are working.
You are in your office and you went to school to kill. You are trained to kill. Yeah. That is why you are given a gun. A gun is not for food. A gun is not a pork to eat ugali. Yeah, A gun is to kill, for killing. To kill. And that is why you are trained to kill. Yeah. And that is why you are the best in killing. Yeah. Yes. So don't try to defend yourself. You are in your office. Like now I'm a pastor here. I'm in my office. Yeah. I'm here to kill the demons. So say how was it? The thing is, Yeah, you were sent to work. yeah, we were Assigned. to work. You are given an assignment. To work. Yes, to work. Yeah, and Yeah. you know, Underline it, to work. Yeah. Yes. And you know, in the forces, Yes. when you are told to Don't defend yourself. You are ordered. Yes. It is an order. It is an order. Yes. You say yes. Yes, sir. Yeah. Yeah. And when you come to your senses, Stop about the senses. Let's talk about the nonsense. Let's talk about the when it comes to No, you are sent. yeah, 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 and you when talk like an army officer. yeah, Yeah, don't talk like a pastor. yeah, Yeah. So Uh-huh. you go, you obey. No, the say order. what you did. You are told and you went. Say from there, we went. We went. Uh-huh. Yeah. Yes. So when it comes a time to shoot, Don't explain how it happens. Say what you are told to do and what you did. yeah, we were told to shoot. Yes. And kill this guy. Yeah. And you know this guy, Yeah. What happened? he is a Kenyan, and we are protecting the Kenyans. Yes. Yeah, Raia. Do you want to tell me that you didn't do the job you were supposed to do? The job, Did you obey the orders of your commander? yeah, you obey, Yes. but to shoot, What happened? You were not able to kill because you shot. we were to protect the Kenyans. No. Nobody will take you wrong here. They know you. You are a good man. Yeah. We now- So when it comes to shoot You are and told. kill, You yeah, are told to yeah, shoot. to shoot. Yeah. And you saw this is the target. Yeah, this is the guy. Yeah. We were And told to- you released. We released. Yes. What happened? What happened? We released, and Yes. we asked God to protect this guy. No, you have lied there. You cannot release and then ask God to protect. Yeah, because You release because you are obeying the order. the orders. And But- you did the right thing. Yeah. Obeying the order. That Yeah. is biblical. Yeah, it is We biblical. say we obey our leaders. Yeah. And you obey the leaders. And you say And yes to then that. you closed one eye Yeah. And and marked the target. you So this one eye was talking to God. when you fear God, you have to. You No, have this to, man, because of being the best man in the forces, a marksman, he was told, you are the one to go and kill this gentleman. And indeed, he saw me. He saw this is the guy. And he lingered. He made the target. Pulled me because it was not a G3. He was using is it It is a rifle, this automatic, semi-automatic, automatic. that has a microscope to bring closer. Then you put somebody on the cross like Jesus. Then you pin it. It catches the head. But now, what shocked him? Instead of a bullet coming out, a dove came out. That is how he resigned. You may be seated. Badala ya risasi aliachilia ikiwa risasi, lakini njiwa ndio ilitoka. Is one trained from America and the UK and the Israel to kill.
but I ended his career. That is why I love you. And I will always support you. Because I'm the one who did the damage in your life. Yeah. Until when I got saved, no, he came literally to check whether I am saved. He looked at me and then he touched me. Akanisa, are you Waruingi? Nikamwambia, yes, I'm Waruingi. Ndura? Nikamwambia, yes. The Mungiki man? Nikamwambia, yes. Are you sure? Kayole Kona. Yes. I asked you if you are Waruingi. Yeah. And you told me I am the one. Yes. And then you disappeared. He disappeared when he knew that this is in Ndura. The man he tried to kill, but instead of a bullet coming out, imagine, instead of a bullet, nini nachoka? A dove came out. The man resigned. That is how God works. It is not by power, nor by spirit. And it's always good to have people like this one to give a testimony of what they have seen. So for those who are planning, ndio najua ni vizuri kwa wale ambao wamejaribu uganga, uchawi, nini, wajaribu kumaliza, hii si kitu ya kumalizika. Hii si kitu. Hata mimi I will not be able. Hata mimi mwenyewe. I can assure you for free. Because if, and myself, I was telling somebody, I even don't understand who I am. Nimejaribu, nimekaa chini na watu, na wakaa tu namwambia, unionaga ate, unanionanga aje. Because the other day I was discussing this with my son. Akaniambia, you normally, yani, daddy we call, unaonanga hatupendangi kuongea na wewe sana, because sometimes you amaze us. There is a time police, wao walikuwa wamegard huko Ngong, nje, wakatuma polisi, najua hawataki kuonyeshana ati ni jeshi inanishika, wasionekana ni wako chini sana, lakini ni jeshi, wanatuma polisi, hii Reke Squad, wakakuja. Sasa Reke Squad, information yote walikuwa nayo, because they had the satellite, they had my phones, they had everything, they were monitoring me where I am. So I was serving breakfast in the morning with my sons, because I was preparing them to go, I take school. One thing with me, I don't give out my responsibility. I don't. Ile responsibility ya baba, I give it, it's me who does it. Sisemangi ati sasa niko na mfanyikazi afanye kazi, no. My responsibility, I do it. I've been taking my children to school every morning and picking them in the evening when they were in primary school. And when they were in school, secondary, I took them to school and went for them if they are far. I never delegated anything. I don't delegate. Hello? Because that is my problem. It is a problem I created. Si mimi nilileta hiyo mtoto. Why should I delegate what I get? A problem I created? It's only me who understands that problem. Sema, that's a problem of a man. Because I understand it. Mimi ndio nilileta huyo mtoto duniani. Why should I delegate mtu mwingine anipelekea mtoto wangu shule? I have never done that. The 21 children, I have taken them to school. 21. I had 2 Noahs. Ile kubwa. So when these guys they came, they sealed the compound, because for them it was to seal. Then the Reke Squad will get inside. Akina Mudhaura, do you remember Mudhaura? The one that alikuwa amepigwa hapa? Yeah, hao ndio waliingia kwa nyumba. So when they came, they found us, because I saw them, they got in. How they jumped, ni wazuri sana kuruka fence, wakaruka vizuri. How they jumped, they know how to do it. They jumped inside. Then they were led by this police commissioner, the Nairobi police commissioner then, alikuwa anaitwa the late Kilonzo. Then the one ndio alikuwa in charge of the operation. Once they jumped into the compound, they knew, according to the, because they were relying with one of my security men. Ndio naonanga sitakangi security, ama driver, sitaki kabisa. Because they were all depending. Kuna mtu wangu mmoja ndiye alikuwa ananiambia tuko na yeye, hata ameamuka saa hii anakula breakfast. So they were 100% sure they will catch me. And when they got into the house,
we were eating our breakfast in dining table with my children, and my children, they were seeing them, and they were seeing my children, but they were not seeing me. So my sons were staring at me because the police are inside, and I was not like I was perturbed by anything. Nilikuwa tunaangalia na tu, mimi nawaangalia lakini hawanioni. Watoto wangu wananiona na wanaona askari. Lakini askari wanaona watoto lakini hawanifanya nini? Wakauliza, baba yenu wako wapi? Wakaniangalia. Na wakawaangalia. Wakauliza, baba yenu wako wapi? Wakaniangalia. Nikawaambia, wakati nililia rais, hawanioni, nikaambia watoto. Watoto wakasema ametoka nje. Nao wakafanya nini? Wakatoka nje kwenda kuangalia. Kitu waliona, kulingana na askari mmoja mtawala venye alikuwa ananiambia, ati waliona nyani ikiruka kwa geti. Ukisoma, ukienda kwa Google uandike jina yangu Waroinge Escapes, utaona ame explain hapo. Kilonzo akisema ati that man ni jini. We were with him, but how he disappeared, we don't understand. But I was in the house. They left me in the house. They went to the na breakfast as though nothing happened. Watoto wakaniuliza, yani you mean hawakukuona? Sasa nataka we understand statement ya mtoto huyo. You mean hawakukuona? Wakaniangalia, mmoja kiherehere anaitwa Dan. Akaenda akauliza mama yake kwa kitchen, Mom, is our daddy a human being? Najua sasa huyo mtoto kuna kitu kimoja amejiandika, our father is not human. Inside them, because they could not understand people looking at you but they are not seeing you. Hata wewe unaweza ifikiria namna gani? Sasa hawa walienda, they had the information, jamaa ako kwa nyumba. Walikuwa wananiita dume iko kwa nyumba. Na siku hiyo ndio walikuwa wameambiwa leo lazima tumalizie tugoge. See, when God ako na wewe, they will plan. God will let them come. God will let them see you, not get into the compound where you are, but they will not be able to see you. Bwana Yesu asifiwe sana. When God is dealing with you, don't be afraid. Although I never knew that I was dealing with God, I used to think nilikuwa nafikiria mimi ni mwerevu tu. I am a genius. I am somebody. Mimi ni kimudu, yani kiobetwe kane kai. Did I understand myself? I am not also normal. Because wakati walini explainia, hata mimi nilitoka hapo nikajipeleka kwa mkutano. Nikaanza kujiuliza, kwani mbona hawakuniona? Nikajichuna, nikajiuliza, ninakuanga normal? The same question ambayo watoto waliuliza na mimi nilijiuliza. So sasa kwa sababu singetaka watoto wanichukulie, wanione kama mimi ni jini, kama mimi ni shetani. Kwa sababu kitu kama hiyo kuonekana si ni shetani, lazima nikuwe ni shetani. Unajua Wakikuyu tu ndio wanaelewa hii maneno. Wakikuyu wangapi wako hapa? Inua mkono juu Wakikuyu. Wanaume Wakikuyu, ndio wanaelewa kuweka shetani, ubwa na Mungu pamoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Niyo Mungu gai guyo ebe satagoma. Hao tu ndio wanaelewa. Kwa sababu ukikuwa na pesa lazima ukuwe wewe ni kama shetani. Hiyo ni lugha ya Mkikuyu. Na ndio naona Wakikuyu wamepigwa sana sasa. Wamenyorozwa sana, wamefinywa sana. Kwa sababu you don't appreciate God. You don't. Gai. Eo guima ibe satagoma. Yaani sio nashidwa. Mwanzo ameita Mungu. Unaambia Mungu, hiyo ubwa iko na pesa kama shetani. Hiyo ni Mkikuyu. Wanyere sana Wanyere. Na hapa Kiambu. Unajua Wanyere na hapa Kiambu wanakuwa na behavior weird kidogo. Wanyere wana behave kama wanyama. Ndio unaonaga majina yao ni ya wanyama. Ni wa ng'ombe, wa deli, wa nyamo. Jogu, wa jao,
Wang'ondu, Golu, Nyaga, Wangari, Gari, Degwa. Sasa imagine Wang'ombe. Imagine wewe mama anaitwa Wangari na wewe unaitwa Gari. What will happen in the house, mami? Hii ni Wangari na huyu ni Gari. What do you think will happen in the house? Kuni kubaya, kitaumana. Bwana asifiwe sana. Ama ukue na Wang'ombe. Na Gashau. Ukute baba yao anaitwa Wang'ombe. The first son anaitwa Jao. Kale kingine kanaitwa Gashau. Huyo mwingine anaitwa Wajao. Sasa ukiwakuta pamoja mliega ng'ombe ishi. Utakuwa umekosea. Utakuwa umekosea. Ni majina tu, ni majina. Nijajaribu kufanya utafiti ni kwa nini watu wa Nyeri walipatiwa majina ya wanyama. Nao watu wa Murang'a wakapatiwa majina ya mazuri because Murang'a ni majina mazuri. Ukigia hapa Kiambu hawana majina kamili ya Wakikuyu because ni mix ya Masai. Kiambu yote apati pade ya ukiteremuka pade ya huko Githunguri, lakini hii ingine yote kurudi pade hii mpaka Kikuyu kwote huko, hiyo ni Masai tupu. Sidanganywa na mtu, hiyo ni Masai. Mchana wakikuuzia 7 wanakuuziaga wakiwa nini? Wakikuyu. Wakati watakuja kukufukuza, watakufukuza wakiwa wa Masai. Na unachukuaga kama 7 ni ya milioni 4, wanachukuaga milioni ngapi? 2 ama 3. Sasa wakati utakuja kuitisha title, Wakikuyu uliongea na wao, utajaribu kutafuta mmoja, hakuna. Utakuta watu wako na machuka na wamekaa hivi na mti. Wanakuza, "Hello." Alisema shamba aliusia nani aliusia? Si ni wewe nani? Si wewe ndio Kenya juu hapa na mimi naitwa Ole Nyoriani. Hello. Muriega. Maito na fafa muriega. Leo ni nijagiro kuwa wanywa kine ne kugate. Wanywa? Mundu arikari akwa? No ingemwira wanywa wakine. Nywa wanywi. Wanywa awa. Wewe niwe wanywa awa. Wanywa maito, maito. Wakia maito. Wakia hiyo. Wakia awa. Hiyo ingine ya kila mama. Thank you. Niki mukiuraga murega guka guikara guku tuheanage kirira kiu niki. Mugatutara. Riu ario amaraigwa kifaraja. Ario de maraigwa kifaraja. Maundu no kahora. Na kwihariria. Ndukirugame na iguru. Ni iyo microphone ye hau. Maundu no kahora. Murega nyumba yitu. Murega ringi. Nie ndi Mugikuyu na njiaritwo kuria gwitagwo Nyeri Karati na Gandu. Angikorwo he mundu wa Nyeri. Angikorwo he mundu wa kuguo wi Gandu ri. No arugame ndimuone. Ni yo haha. Ni njui. We, no we haha. He mundu wa gwitu wari mau na nginyagio muthio eho. Na no nyende twae tuthie tumuone mundu njui tondu kibande giake na giakwa ithomaga undu umwe. Kwa gwita haha etagwo atia? No njugire ritwa kiria ki mau. Riaku, kibande giaku gitagwo atia? Kibande giakwa? Kiandikitwo Kinyua Wachira Gakenga. Kinyua Wachira Gakenga. Francis na githomaga undu umwe nake. Na githomaga undu umwe na giake. Twakimenya. Ndugikare thi. Asante sana. Asante, wapigieni makofi. It is always good to be a blessing. Kwa wale wamekuwa msaada kwa wao wazazi. Chakula tunawapatianga pale tuko na mingi na tunahitaji zaidi. Sio lazima niwe nikiwaambia. Nunua tu paketi 2 ya unga lete, patiana, utaandikwa jina, itapatiana huko. Nunua paketi nyingine ya mchere, kamade, inaitwa gidego. Nunua tu hizi dry food. Lete pale tu weka hapo. Si ndio?
ndio wakue wanakula. Sasa si umeona wako sasa, hawa ni wale wa korogosho, wanalala nje, walibomolewa manyumba. Wengine wako kule Soweto, wanakaa, ukiangalia nyumba yao wanakaa nyumba za makaratasi. Bwana asifiwe sana. Nyumba za makaratasi. Sasa mzee kama huyu ndio naona hanyoi, si kwa sababu hakuna kisu ya kunyoa, lakini inaweka joto. Maana sasa tukue msaada, be a blessing to one. Sasa sijiadikie tu msemo mmoja hapo unasema, ama mama mmoja unasema nitakuwa tunaweka tunapatiaga kilo 2 ya dego ama maharagwe kilo 2, mahindi kilo 2 na uga na kamafuta na kitu ingine unaweza kuongezeka. So kama unaweza pata package ya mtu mmoja kilo 2, wewe lete tu na ka basket, lete weka tu pale. Unaweza, because you can find it. Katikati ya wiki unaweza Mungu akufanikishe ununue tu ulete. Kilo 2 usitulete pesa. Kilo tunakulaga pesa. Ununue kilo ngapi? Kilo 2 ya mahindi, kilo 2 ya maharagwe, kilo 2 ya dego, kilo 2 ya kamade na sukari na tumafuta. Lete tu, weka kwa bagi, kuja patiana pale, iandikwe jina yako, na hapo kwa karatasi andika tu jina yako. Ndio mzazi akikuja kama huyu, tunaweza kuja tumupatie, tumwambie nikaokia alitoa hii ni yako. Tukuja kwa huyu mzee tuseme huyu mzee alinunuliwa na nani? It is tujifundishe. Normally na kitu nataka kuwafundisha ni how to be a blessing to the society. Because kuna blessings zinakujanga out of the society. Remove this thing. Out of what? The society. If you become a blessing, unakuwa wewe ni baraka kwa watu kama hawa. Kuna baraka zitakuja kwa sababu ya blessing ya hawa. Hawa watu kuna kitu. Unaona hii nywele, unaona hii mpya. Si unaona ni nywele mpya, si kama hiyo yako ya black yako imezeeka. Hii ni nywele mpya. Hii nywele imebeba kitu ambayo hujui. Iko na baraka kubwa sana. Hii ni kifunguo. Unaona hawa tumusee tuacha mwetekelede mwetego tumusee na tumama hutu kulingana na venye nyinyi mumesoma na muko na madigiri mnawaitaga tumusee na tumama, si ndio? Hutu tumusee na tumama tuko na kifunguo ya maisha yako. Huyu anaweza kufanya ujege KICC yako. Huyu unaona hapa. Huyu labda ako na chawa, labda ako na kogoni, labda ako na ana meno na hana nguo mzuri, lakini amebeba nini? Kifunguo ya maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu jaribu siku moja, jaribu tu. Just try this. Kuwa baraka. Usi-identify mtu mmoja useme ati ni huyu. Kuwa baraka. Wewe nenda ununue. Lete weka hapo. Waambie Mungu na ikue baraka kwangu. Hivyo tu uende. Ukuje package moja tu. One package tumesema ni kilo 2 ya mahindi, kilo 2 ya maharagwe, kilo 2 ya dego, kilo 2 ya nani? Ya kamade, kilo 2 ya sukari na kilo 2 ya mafuta. Hiyo tu beba tu na kahadi bag. Kuja patiana pale. And see how God will transform your life. You will never imagine. Si mnaona kama venye nakaaga? Unaona niko smart? Ni hawa. You know, na mimi niko na watu all over the world who become a blessing to my life. I have never asked for anything nikakosekana. Hata kesho ukitaka niendeshe Mercedes nitaendesha. Nitabia Mungu tu, Mungu kubuka. Nikubuke nataka kuendesha kama Mercedes. Katakuja without a pay. But I'm not telling you to trade with God. Hello. Usiende kuleta ati ndio au simame kula nje hapa. Apostle alisema nikitoa nitaendesha Mercedes. Hapana, you don't trade with God. Haufanyi biashara na Mungu. Wewe itoe kama zawadi kwa Mungu, kwa watu wake. Because hawa Biblia inasema nitatuma malaika atakaye tembea na wewe. Huyo malaika ni nani? Mungu atakutumia wewe kama malaika. Ndio utembee na huyu mzee. So kubali tu one day Mungu akubadilishe ukue malaika. Malaika si watu watakuja hivi na mabawa. Malaika ni huyu. Wewe unaweza kuwa malaika kwangu leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo one day nataka ubadilishe ukristiano huu umefundishwa, because most of your years umefundishwa ukristiano inakuwa na kaupusi na kaujiga. Ukristiano sio kuwa mkubafu. Ukristiano ni kujua kuishi venye Mungu anataka. Mungu amekupatia uhai for free. Amekupatia kila kitu for free. Amekupatia the life that you have for free. Therefore, do as
he has commanded you. Hivyo anakupatia na wewe patiana. Na wengine wa Kristo tumefundishwa, ile nguo imekuchokesa, unaitoa, unapeleka kwa watu kama hawa, unapeleka kwa watu mayatima, unawapelekea. Hiyo it is not godly. Kama ulitoa ile kitu kwa sababu imekataa kupotea ama imekuwa mzee, hauitaki tena, ndio unaletea huyu mzee, haina baraka, kwa sababu umepatiana kitu ambacho hautaki. You give your best. Unapatiana nini? Kile kitu unadhamini zaidi, kile kitu unapenda zaidi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mnanielewa? Lakini usipatiane nguo mzee, haina baraka. Usipatiane kile kitu umetumia, sasa unaona sina haja nacho, hakina baraka. Kile kitu kinakuza. Genesis 22 inasema namna gani? After these things, baada ya maneno haya, baada ya mambo haya, tribulation, challenges, ugumu huu, naye Mungu akataka kumjaribu nani? Abrahamu. Akamwambia Abrahamu, akaitika huyu mimi, akamwambia nataka unipe mtoto wako, yule mtoto wako wa kipekee, Abraham, Isaac, yule ambaye unampenda. Hizo ni statement ngapi? 3. Mtoto wako. Hicho kitu unapatiana, you must own it first. Hiyo nguo unataka kutupatia, you must own it first. Ndio kwa maana uende ununue maharagwe, ununue kitu, you own it first. It must be from you. Tinyo diraredia ya nemiko heshi nywe ni mwarutirera wanyu. Kile kitu unakuja kupatiana, you must own it first. Akamwambia Abraham, unipe mtoto wako. Mtoto wa nani? Wako. Mtoto wako wa kipekee, Isaac. Lazima uidentify, you give it a name. Akamwambia Isaac, yule ambaye unampenda. So ownership number 1, belonging number 1, naming, it must belong from you, it must come from you. Na hiyo sadaka uipatie jina. Ukija kupatiana maharagwe yako pale ama pesa zako, usije tu kupatiana kitu chochote bila jina. Mungu hachukuangi sadaka haina jina. Ninamsema ni unatoa hiyo sadaka kwa nini? Is it a love offering? A sacrifice? What is it for? Ni ya nini? Kila sadaka itolewao lazima ikue. Akamwambia Abraham, unitolea huyu mtoto kama sadaka ya kuteketezwa. Mnanielewa sasa? Uitoe kama sadaka. Sadaka yoyote lazima iwe na jina. Usipoipatia jina haina connection. Because sadaka inakupatia connection. Ukitoa sadaka unawekelea hapa na unaenda, hakuna kitu ambacho kinapatiwa kwa nyumba ya Mungu for free. Hello? You don't give anything for free. You give because there is a connection, there is a command, there is a will of God. So hiyo connection, Abraham akaambia unipatie mtoto wangu. Kukubali kupatiana ilikuwa ni ishara ya connection. Na kutoka hapo akaambiwa akasema umchukue mwana wako wa pekee. So lazima kiwe ni kitu treasured, kitu nakipenda. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo tuletee chakula ya mahindi ambayo imekuliwa na mbosha. Ama iko na ile inaitangwa nini? Ile chemical kibaya kinauaga watu. Aflatoxin. Afro what? Sasa akamwambia mwana wako wa kipekee umpendaye, alafu akasema Isaka, kwa sababu kulikuwa na mwingine. Kwa hivyo sadaka hii unayoitoa lazima iwe ni yako na iwe ni ile ambayo imetokana na hatima yako. It must be from your blood. Ile wa kipekee umpendaye Isaka, ukaende zako mpaka nchi ya Moria. Hello? Ukamtoe sadaka ya kuteketezwa huko juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Hello? Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka kumaanisha nini? Nataka kukuambia sio lazima ulete sadaka yako hapa. You must
get to be told by God. Aliambiwa ni katika nchi ya Moria. Upeleke nchi ya Moria, katika mlima mmoja nitakao kuonyesha. So a sacrifice, it is a direction from God, from the word go. Akamuita Abraham, Abraham. Naam baba, niko hapa. Akamwambia chukua mtoto wako wa kipekee umpendao Isaac, ukamtoe kama sadaka ya kuteketezwa kwenye mlima mmoja kule nchi ya Moria, kwenye mlima mmoja. Umesikia hayo? Ni maagizo kutoka mwanzo, na amekwambia ni nini unastahili kutoa. Sio mchungaji wako akwambie lete 100,000 nikuvunjie madhabahu. Sio mchungaji wako akwambie lete shilingi 10,000 mbuzi kondoo nikuvunjie madhabahu. Hapana. Any sacrifice, it is a God driven sacrifice. It is not personal. It is not your thinking. The day umeshika sadaka ile umeishika hivi, alafu uanze kuargue nipeleke shilingi 10,000, I think tupeleke 30, I think tupeleke 45, I think na hiyo kanisa ni kubwa, unajua apostle ni mtu mkubwa sana, wacha tupeleke 100. That is not a sacrifice. If you argued, kama ulikaa ukaanza kubishana kwenye akili zako, nipeleke 10, nipeleke 20, imeondoka kwenye sacrifice. A sacrifice is an order. Akamwambia Abraham, nipe mtoto wako. He is specific. Akamwambia Gideon, nenda kwa zizi la baba yako uchukue ng'ombe wawili wa miaka 7. Ndume wawili wa nani? Wa miaka 7. Kisha akamwambia Suleiman, nenda kwa mlima Gibeoni, chukua ng'ombe 1,000 ukanichinjie kwenye mlima. Akamwambia wale wana wa Tomaso katika Job 42, akawaambia kwa maana hamujanena vizuri, hamujafanya yaliyo ya kweli kwangu, kama vile Ayubu amefanya mtumishi wangu. Muende mchukue ng'ombe 7 na mbuzi 7, mupeleke mtumishi wangu Ayubu, atatoa dhabihu, kisha mtasamehewa. It is an order. Sacrifice is an order, not your thinking. Sio ukae chini ufikirie nitoe 10, nitoe 20. Ikifika umefikiria utoe 10, utoe 20, imeondoka from the sacrifice, imekuwa an offering. Nataka tujue what's the difference ya sacrifice na offering. Nifungulie Hebrews 5. Hebrews 5. Just for the understanding. This is not my teaching, but just for the understanding. Ninataka niwasaidie musaidike. Hiyo umaskini muko nao itoke kwenu. How to get these blessings. Inasema maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusio Mungu, ili atoe matoleo ya dhabihu. Mnielewa? Kwa ajili matoleo na dhabihu. Mnanielewa? Afanye nini? Turudie tena. Angalieni hapa kwa screen wale wanaweza kusoma. Maana kila kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo ya mhusio Mungu, ili atoe matoleo number 1 na nini? Na dhabihu. Matoleo ndiyo offering. Hiyo unaweza kuargue na bibi yako, unaweza kuargue na akili zako, unaweza kuargue useme wacha nipeleke shilingi 10, wacha nipeleke gari hii, wacha nipeleke kitu hiki kwa nyumba ya Mungu. You can argue. Lakini ikifika ni dhabihu, dhabihu ni utakatifu, ni kifunguo chako na Mungu, ni Mungu akuagizae kile unachofaa kutoa. Sijui kama tumeelewana hapo. So, when it comes to a sacrifice, kuna madhabahu inakusumbua, kuna nguvu za giza, kuna vitu kwenu. Sacrifice ama dhabihu inatumika kuvunja miamba na madhabahu na vitu ambavyo vimetawala katika nyumba yenu. Madhabahu ambayo inatawala mwanzo inakuja kupitia kwa familia,
the family line. Number 2 inakuja kupitia kwa damu, the bloodline. Number 3 inakuja kutokana na marriages, the kind of a marriage you have. Tuliona na huyu mama, kwao kuna mizimu gani, kwetu kuna mizimu gani. Tukiunganika, that marriage itakuwa na a new generation, a new channel ambayo mutaishi kupigana. Na ndio unaona marriage mingi kama zangu zilianguka. Nilijaribu kila aina ya marriage, zilianguka. How and why? Hakuna mwanamke hata mmoja tulikosana. Hata sasa tunasalimianaga na muuliza wadhiri atia. Hata yeye hajui, mimi sijui. Nikaenda kwa huyu, tukakuja tukakaa tukazaa, tukawachana. Nikamuuliza wadhiri atia. Yeye hajui, mimi sijui. Lakini nilipoenda nikachimba, nikapata kwetu kuna shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilipopata kwetu kuna shida, nikaenda mlimani kuuliza Mungu, what should I do? Akaniagiza, akaniambia, kwenu kuna madhabahu hii na ilitokana na Guka, baba ya Guka yako. Baba ya Guka yangu alikuwa na wanawake 36. Guka yangu alikuwa na wanawake 13. Baba yangu alikuwa na wanawake 2, wala tunajua. Madugu zake wote kila mtu alikuwa na wanawake 2, 5, 6. Bwana Yesu asifiwe sana. So ile madhabahu ya the great Guka ya 36 ndio ilikuwa ndani yangu. Mnanielewa? So lazima mimi nilikuwa nimeapa nikasema sitakuwa na wanawake wangapi? 2 kwa nyumba. Lakini kwetu ile madhabahu nimetoka inasema namna gani? 36. Sasa mimi nasema 1. Kule inasema 36. Sasa nitaoa huyu. Nikioa huyu tutahakikisha hiyo mizimu ya kwetu itahakikisha tumelala na yeye amepata mimba. Immediately akipata mimba, kikitu kinakuja, tunakuwa separated. Kasirika. Katika makasiriko yangu ninaenda kwa huyu. Na yeye najienda kujipatia pole ya makasiriko ya nani? Ya huyu. Mimba inadugika. Bwana Yesu asifiwe sana. Na yeye makasiriko inaingia, ninahama. Ninakuja kwa nani? Kwa huyu. Na yeye makasiriko, kwa sababu namba yetu ni 36. So ile kuongea kwangu kuna kamatiwa hapa. Mimi wewe endelea kuongea, lakini vitendo vya kule umetoka, the lineage yako, vitendo vya lineage yako vitaendelea kutawala. Bwana Yesu asifiwe sana. So hizo vitendo vya lineage, hivyo ndivyo tunaita madhabahu ambayo yanatawala kwenyu. So hata ukijaribu, utakaa na bibi, mtakuja hapa tufungie ndoa, tuseme yes I do, in the days of happiness, in the days of crying, in sickness and in health, yes I do. Utasema, maana mdomo umeruhusiwa kusema. Lakini madhabahu ya kwenu imekuruhusu? Madhabahu ya kwenu inasema wanawake ni 30. So kwako utakaa mzuri, baba mzuri, lakini ukisikilizwa na huko nje maneno nyingine, different story. Wewe ni pasta, lakini huko nje maneno ni tofauti. Why? Ni order ya madhabahu ya kwenu, order ya sheria ya kwenu inasema ni wanawake wengi. Lakini order ya pasta na kanisa na hii mila mpya ulitengeneza inasema mwanamke ngapi? Sasa wewe umetoka wapi? Kwa mizimu ya kwenu. Wewe na msugu alikuletea Bible, nani mkubwa? Nani mkubwa? Ni kule umetoka. Maana kule umetoka, ni kwa nini nimesema ni kule umetoka? Kitovu chako kiko na nguvu juu ya kila kitu chochote. Kitovu chako, mokonyo kana niko tutakatia rorera, iko na nguvu above any other thing. Whether you get saved or you don't get saved, kitovu chako kitadictate kule unaenda. Maana kitovu chako kilifanywa madhabahu. Sio kama unanielewa? Wakati ulizaliwa, wamama wazee hapa wanaelewa. Wakati ulizaliwa, rorera hiyo rorera yako, kuna vitu wamama walikuwa wanaenda wakati wa kwenda kutupa. Kuna vingine wanatupia mbwa zinakula, kuna vingine wanarusha ndani ya choo, kuna wengine walikuwa wanakausha, wanaiweka kule. Wale ambao tulizaliwa kule wacha wa town, wale tulizaliwa kule nyumbani, ulikuwa kidogo getagwa itara. Mnajua itara ni nini? Male tulikuwa tunaweka kuni ndio kauke.
huko juu kulikuwa kuna mahali shosho anaficha vitu zake pale. So kuna kitovu cha mtu kimefichwa na shosho Itara pale ameficha huko, na kuna kitovu cha mtu kiko ndani ya choo, na kuna kitovu cha mtu kilikuliwa na mbwa, na kuna kitovu cha mtu kilirushwa kwa mto kikaenda na mto. Halo. So kitovu ndicho kilitumika kukulisha chakula cha kwanza. Kitovu ndicho kilitumika kukupatia uhai ambao uko nao. Bwana Yesu asifiwe sana. The breathing system ilipitia kwa kitovu. The eating system ilipitia kwa kitovu. Kitovu chako ulipotoka kilikatwa ndio utenganishwe na kule nchi ulitoka ya tumbo ya mama yako. Sasa ukiingia hapa duniani umetenganishwa. Sasa kitovu kitakuwa na madhara kwako ama baraka kwako kupitia ni nani alichukua kitovu chako. Ni mkunga mgani alichukua kitovu. Hawa sasa ndio watadetermine your destiny. Maana kitovu ndio kimekamata destiny. Your tomorrow iko kwenye hapa umbilical cord. Kama it was messed with, your life will be messed forever. If your umbilical cord ilikuliwa na ubwa, that way unakuwa na spirit ya ubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna familia za kina Otieno, wao wanapika kitofu wanakula, si ndio? Kwa wanakula. Sasa kabla wakule ni ceremony ilikuwa inatengenezwa. Ceremony kubwa wanatengeneza. All the clan elders must be there. So your clan elder mmoja ni mchawi, clan elder mwingine ni mganga, clan elder mwingine ni sasa hii familia imebarikiwa. Huyu ni kwa jeshi, brother yake mwingine polisi, brother yake mwingine ni engineer, brother yake mwingine, lakini the clan elders hawa kwao hakuna mtoto hata mmoja amefaulu. Bwana niangalie sasa hapo. Hakuna kwenye hawa wengine clan elders mtoto hata mmoja amefaulu. Lakini kwa huyu watoto wote wamefaulu. Sasa na yeye pia amefaulu. Sasa wewe clan unajua mkonyo ndio destiny. What will happen? Wamekuja sasa wale watu ambao hawajafaulu. Watanena baraka ama watachukua baraka zote? Watawacha kama wamekumaliza. Sasa wale ambao kama sasa ya hawa ni kukula, wanapika kwa chakula. Wakikula ni maneno gani wanasema? Halo. Wakikula hiyo ni maragi ya deto iriko. Ndukimenya to ni hohokaga kuthemegwo. Kuthemegwo ni nini na Kiswahili? Ni kuthemegwo. Sasa ukithemegwa, mtoto huyo anapatana na mikosi moja baada ya nyingine. Niliwaambia mimi wakati nilizaliwa na kachain kwa shingo yangu. Uzuri nilikutana na daktari. Maana manases wote walitoroka. Because mimi nilikuja na mguu, sikukuja na mkichwa. Ndio naona akili yangu inakuwa mbele kidogo. Kwa sababu nilishuka. Kutoka wapi? Juu. Nyinyi wewe ni kuanguka mlianguka. Mlianguka nayo. Bwana asifiwe sana. Sasa wakati mimi nilishuka ilikuwa abnormal. Number 2, sura yangu haikuwa ni kama ya mtu. Nilikuwa mweusi kama makati titi. Alafu hiki kitu yangu ikeni kilikuwa kinaonyesha meno pale ndani. Alafu nilikuwa ninakaa, unajua siku ile ya tulikuwa tunajenga SGR. Kuna mama fulani hapo namjua. Alienda hospitali kupatiwa mtoto. Alipokwenda kupatiwa mtoto kile kilitoka nini? Ni Chung Jong Lee. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa baba mtoto akanunua karai, akanunua besheni na vitu zote, aende kwa hospitali kwenda kuchukua mtoto. Kufika huko alipata ni Chung Jong Lee. Jamaa alirudi nyuma, karai akaagusha na mpaka wale hawajaonana na huyo mama. So hata mimi nilikuwa na kisura kama hiyo barabara. So manases wote walipokuja waliangalia wakasema, "Ai, hii ni laana."
kwa sababu uko kwa Wakale, huko ni kwa Wakale, Kaplong Hospital. Wakasema Wakisii wakasema hii ni uchawi, wengine wakasema, lakini kulikuwa daktari mmoja, the main, he was a father and he was also a doctor, anaitwa Hezekiah Ugunyo. Ndio I think Wajaluo tuko na kakitu. Akakuja akaambia mama yangu, huyu mtoto is not a normal baby, umuchunge, na anaweza kuwa atapatana na vita dunia hii, lakini ni mtu mkubwa sana. Na ndiye akanipatia jina Hezekiah. It was given to me by that father. Na akaambia mama yangu, Hezekiah inamaanisha nini? Alikuwa mfalme na alikuwa nini? Nabii. I want to get this message. Si Hezekiah nataka mjue. I want you to get, ukitaka kujua jina yangu tuma M-Pesa. Na inatoaga jina M-Pesa ya 1000 kwenda juu. Hizi zingine inatemanga anonymous name. So akampatia huyo father, naambiwa akanichukua, akaniosha, kisha akanidedicate, akaniombea. Hata kama alifanya hivi, lakini aliniombea, akanitenganisha, akaambia akanitenganisha na any possible attack ama any possible diversion ambayo inaweza kunidivert from my original calling. Maana alitamka, huyu ni mtu mkubwa, huyu ni mtu ambaye atafanyika kiongozi mkubwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kisha akatoa ile chain akampatia mama yangu, sijui kule mama yangu alipeleka. Lakini kama angepatana na watu wachawi, wangeniulia hapo hapo. Wangesema haka kakitu kana mkosi. Kama ukienda kwa Waluya, wale wamama wa Kikuyu mnapenda kwenda huko kwa Waluya, mjihadhari sana. Ukienda uzae mapacha, hiyo mapacha inauliwa kwa sababu imeleta mkosi. Waluya in the house. Ni kweli? Is that true? Otieno, you are closer. Yeah, mapacha kwa Waluya inamaanisha kuna nini? Ni mkosi umelete. Ama sio nani? Shiko. Unaleta mkosi. Kwa hivyo ukiwa na tumbo unaombaga tu kakuja kasigo. So it all depends who will handle you. Tunazungumzia mambo ya kitovu. It all depends who handled you. Ni nani? Ni mkunga mgani ambaye alikushika? Ni nani? Kwa sababu huyo ndio alichange the course of your life. Huyo ndio alibadilisha mkondo ambao Mungu alikuwa anasema huu ndio mkondo utaupitia. Kwa hivyo kama kulikuwa na kitu wakaona, maana wakunga ni watu walikuwa wametengenezwa na Mungu. Wakunga they were anointed. Niko kunuro makunurago. Wakunga sio watu wa kufundishwa. Si kama hawa nasi tuko na wao. Ukienda kanasi uenda kama Pumwani mapukule kwingine, utapata kati ya wa nasi 10 mmoja tu ndio mkuga. Mkuga ametoka kwa Mungu akiwa mkuga. Ndio nakuta zamani hatukuwa na operations, lakini walikuwa nasugua mtoto anatoka. Maana they were talented, they were given. It is a God given gift to them. Ama zamani mlisikia operation? Hakuna. Operations zimekuja sasa. Sasa niambie, kwa nini zamani hatukuwa na complication? Ati mjia ya mtoto imekataa kufugua. Ilikuwa inakataa, lakini mkuga alikuwa ni kama nabii, alikuwa na kipawa cha kufugua. Na akifugua mtoto anatoka vizuri. Alafu mtoto akizaliwa, mkuga alikuwa na uwezo wa kusema huyu mtoto atafanyika hivi. Alikuwa na uwezo wa kusema huyu mtoto atahitaji malezi kama haya. Kwa sababu ni mtu ambaye ako na gift, ako na kipawa. Lakini sasa wale ambao tuko hospitalini sasa hatuna vipawa, tuko na elimu. Kuna tofauti ya kipawa na kuna tofauti ya nini? Elimu. Sasa kule Pumwani kuna vitovu vingi, maana wakunga walijua jinsi ya kudispose kitovu. Wakunga walijua jinsi ya kupeleka, kitapelekwa wapi, kitafanywa nini, ni itikadi gani zitafanyika kwenye kitovu kile, ndio kiweze kulete mwelekeo wa maisha yako. Sio kama mnanielewa? Maana kitovu ndicho kina mwelekeo. Kitovu ndicho kinakutenganisha ni wewe na wazazi wako, wewe na mama yako. Kinapokatwa, kikikatwa kimekutenganiza, kimelete difference. Na kutoka hapo aliyekata, yule alikata aliweka mwelekeo wa maisha yako. Maana kitovu ndicho kilikupatia mwelekeo wa kukaa ndani ya tumbo. Tumbo ulipokatwa, ulipotoka kikatoka. Kwa hivyo ulikatwa ukawachwa duniani.
ukapatiwa mwelekeo mpya. Aliyekukata kitovu kile alikuweka mwelekeo aidha mbaya ama mwelekeo mzuri. Mahangaiko ambayo unahangaika nayo yalitoka kwenye kitovu. Ni nani alikuzungumzia? Ni nani alikushika? Ni maneno gani ulinenewa wakati ulikuja? Baraka gani ulinenewa? Ni macho, ni jicho gani? Kwa maana kuna watu wako na jicho la kuua, jicho la kuangamiza. Kuna watu wako na jicho ambalo ni maangamizi. Anakuangalia tu hivi. Eta kwa maitho make. Yeah? Make tu. Makiundu. Wakikuyu. Ritho yake. Yeah? Lia githemeko. Githemeko. Jicho tu akikuangalia hivi, maisha yako inaharibika. Huyo mtoto ataishi kwenye misingi mibaya. Magonjwa hayaeleweki, mikozi haieleweki. Maana msingi uliowekwa kwako uliwekwa na mtu aliye na maono mabaya, aliye na mpango mbaya. So some of many things ambazo tunaombea hapa, nitakuombea, lakini ulinenewaje? Sasa mimi nakuombea kichwa kinauma, mimi nakuombea mgongo nauma, mimi nakuombea miguu ni mibaya, mikosi ya barabara, mikosi ya kazi, lakini nani alikunenea wakati ulizaliwa? So mimi I am praying, naomba maombi ambayo ni completely different from what we are supposed to do. Maana I am supposed to address kitovu chako, si mikosi. Maana mkosi umesababishwa. Ni nini kilisababisha mkosi ule? Matatizo ambayo uko nayo yalisababishwa. Ni nini ilisababisha? Ndio naambia Wakristo, muache urokole na ujinga. Yesu alifanywa itikadi zote za tamaduni za Waisraeli. Zote. Alitahiri siku ya ngapi? Alafu baada ya kuko Wakorino alitolewa nini? Alitolewa sadaka? Sadaka gani? Kama ilikuwa imeandikwa. Uyatajui. Arute iroke moro wa Ngai. Yesu. Yai. Arute iroke. Ndira hoi na kegege. Na dutura. Ndira hoi, dutura na kamutu kulingana na mutugo wako wao. Ni kweli? Kulingana na mila na tamaduni za kwao, alifanywa matambiko yote. Akasakamsaisiwa siku ya 8, akainuliwa madhabahu ya kwao, kisha akapelekwa kwenye sinagogi kufundishwa jinsi Mungu anavyotaka. Kutoka pale akaelezwa jinsi atakavyokaa Mungu anavyotaka. Kwa hivyo Yesu alipitia all the processes. Usiku kuja hapa kuniletea ujika kuniambia wewe uliokoka. Mambo ya shetani na ukikuyu sitaki. Mimi mwanzo mimi ni Mkikuyu. Number 2 ndio mimi Mkristo. Ama Kikuyu first, then a Christian number 2. Mnanielewa? Na kuwa Mkristo, nafuata bado Yesu ameniambia hakuna kitu alikuja kubadilisha. Hakuja kubadilisha nini? Mambo ya Musa. Atogotire katurumo ka kana gatakahiga. Are you getting me? Chochote, sheria zote za Musa alikuja kuzitia nguvu. Kwa hivyo mwanzo mtu asikuje kukubrainwash ati wewe ni Mkikuyu, kwa hivyo ondoka kwenye Ukikuyu, unaitwa Mkristiano. Christianity, jina Christianity, it is not for Yehusha Mehashia. Jina Christianity ni jina lilitengenezwa na wale walikuwa wanapigana na Ukristo na Yesu Kristo mwenyewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo the foundation of that name, is it godly? It is a name, a mockery name. Ni jina ya madharau, ya kejeli. That is what we call Christianity. Alafu Christianity nani alilete? Ni Wayahudi walileta ama ni Waroma? Ni Waroma walilete. Waroma walikuwa wanampenda Yesu ama walikuwa wanamchukia? Waroma ndio walimuua Yesu. Waroma ndio walichochea. So they didn't like him. So they killed the messenger and carried the message. Waliua messenger. Mwenye alikuwa na message ni nani? Ni Yeshua. Yehusha, si Yeshua. Yehusha Hamashia ndio alikuwa na message.
wakamuua. Message wa Roma wakaichukua, wakaanza kuihubiri vizuri kuliko mwenye message, kwa sababu walijua hii ni pesa. Uniotoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakakuja wakakwambia bori na ng'ombe itire na fata. Bori na ng'ombe na mbia itire na bata, kĩndũ kĩrĩa kĩna bata no riri wa Jesũ. Ati bori na ng'ombe na ng'ondu itire bata, kĩrĩa kĩna bata no riri wa Jesũ. No mkegu hau. Alafu mwenye amekwambia hivyo nenda hapa Lemuru, Red Hill hapo juu. Unaitwa nani? Kuna jina hapo, mnaijua? Tigoni. Si hapo ndio wako na nini kubwa sana? Nenda uone zile ng'ombe ziko na mofea hapo. Ndio wana supply maziwa karibu Kenya mzima hapo. Nenda uone ile cabbage amepanda hapo. Mimi nataka kununua wakati nikipita hapo. Nenda uone kila kitu mega. Ile shule mzuri ni ya father. Hospitali mzuri ni ya father. Shamba mzuri Kenya mzima. Karibu Kenya mzima. Only Catholic wako na shamba kubwa. Boli na ng'ombe itire na fata, kĩrĩa kĩna fata no riri wa Jesũ. Wendete riri wa Jesũ? Ararĩithia mbũri ciake? Ako na busi za nini, za ng'ombe za nini, kama ni Yesu peke yake? Ni kumaanisha kuna kaukubafu tuliwekwa hapa. Alikudanganya akachukua mashamba yote. They are the largest owner of land in Kenya. Not only in Kenya, either Europe. They are the largest owner of land. Nenda America, they are the largest owner of land. Baka kwa Warabu, Saudi Arabia, kuko na kanisa Catholic na wanasikilizana na huyu. Na wako na mashamba huko. Na wanalima na tabia zao na mila zao. Bwana Yesu asifiwe sana. So, mahali ulifundishwa neno ina determine where you are headed to, what you gonna become. Yule aliyekata kitovu chako, alikata akakipeleka wapi? Kama ni shosho amekiweka huko chini, huko kwenye itara pale juu. Kama ni shosho ameficha, maana kuna mashosho walikata wakaweka wakaficha. Mpaka sasa wananeneaga nini? Na shosho wenyu ni ule mchawi. Na ndiye ameweka kitovu chako. Utatoboa dunia hii. Shosho gwani we morogi itora igima. Shosho gwani ni modo mogo. Ukagwa ni modo mogo. Na ndio wameweka kitovu, ndio wamekiweka kule juu. Wanakineneaga nini? Na mahali wameweka kitovu chako, ndio wameweka ugaga yao. Vitu zao za ugaga zimewekwa hapa kitovu na hapa nini? Ugaga. Sasa niambie, ndio unakuja hapa unafanyika mhubiri mara siku 2-3, unaanza kupeperuka kama kipepeo kimeona moto, unaruka. Sasa unaangalia, unaona hata kama Yesu akikuja kweli si atatoroka, kwa sababu you are not a Christian. Ni kitovu penye kimewekwa. Ukiingia kwenye madhabahu yako na spirit, hiyo spirit zinaanza kugongana. Zikigongana sasa wewe unafikiria anapigana na anafanya kitu, kumbe mizimu ya kwao imekuja. Sasa mnafikiria ati roho alishuka, na ni spirit inagongana na yeye. Maana kitovu shosho aliweka pale, kitovu kinaongea. Ukitoka hapa unakuja town, kitovu kimefungwa kule nyumbani, hakikukubalishi wewe kuwa tajiri. Kitovu chako kimefungiliwa karatasi ya nylon, hakiburivi. Kimefungiliwa huko, kimekaa miaka yote, kimekauka. Ndio unanaga umekauka hivyo, ulikaushwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu leo kongana, oh my Lord, oria makata rebebebese terebo sayandoroka tadadadebo. Huyo ndere parabosa ni nini? Hata negothio morathio make. You need to gothio malugha ambayo inaweza kueleweka. Sio ya maroka ya mashaba. Hapana. Hakuna. Wethioma is a language of angels in heaven. That is a language must be understood, must be heard. Lakini kwa sababu ya kitovu chako mahali kiliwekwa, kitovu chako mahali kimefugiwa itara. Na ile alifuga ni shosho yako aliyekuwa mganga na alikufa.
na miano huko imewekwa, kiliwekwa kwenye hizo bodho za miano, kimewekwa huko. Sasa wewe ndio unaonaga milipuko yako, uko na bwana yako kwa nyumba, mko mmekaa vizuri, unaanza kumwambia bwana yako, no nonsense, I can't do this, no nonsense, I don't want this nonsense. Nilikwenda walimo Jesus nikwenda goma. Sasa goma ameingilia, mko na bwana yako, mmekaa hapa, mlikuwa Jesus, na uko na Biblia, na uko ina nyimbo za kwamba sababu ina higolo kwanje so uko na liko ine ukeruga sababu higolo kwanje so tuwashimani yoko hallelujah ribere masandara yekendere bori masandara musayara. Sasa chakula ikifika kwa meza, maana mlikuwa kitovu kile kimefugiwa kia umaskini, ukiwekelea chakula kwa meza, no nonsense, kwa sababu umeona bwana yako alikuwa na scroll hivi. Si phone zinakuja na mama baba wanafanya phonographic, ukifanya hivi, ama ni za watu hapa dunia inaonekana peke yake, sina pitaka kwa watu wote. Sasa mzee alikuwa na scroll kuangalia TikTok, ni nani, ni Jensi ama ni Ruto? Sasa ulikuwa hebu bahati mbaya kisanamu kikuje, na hiki kisanamu kimekuja ni mama na baba wanafanya maneno haya. Sasa naye bibi na jicho yake ya kishetani amemulika mara moja, ameona ile kitu baba alikuwa anafanya. Nonsense, nonsense. Baba Ian orima kenda raba senderere pepo ria sendere wosaya rakakakakaka. Kumbe ni kitovu kinaongea kule nyumbani, dawa inavunjika hivyo kitu kidogo. Alikuwa alafu gibati, unajua siku ya kufa kwa nyani miti yote inatereza. Sasa wakati tu ulikuwa nafanya hivi, kanetu akakatika ikahani. Sasa inakwambia hii simu, what is this Baba Ian, what is this makendere ina kama hello father kwenda koma charumono neke. Imagine Baba Ian, the elder of the church, on the phonography. Nini kitovu mahali kimefungwa ndio kimegurumuka, maana mkaribu kuingia. Kitovu ndio kinashikilia hatima, destiny. Kitovu ndio destiny yako. Na saa hiyo mlikuwa mchana umeandaa chakula for the breaking news from the husband. The contract ambayo tulikuwa tusign imekuwa signed. Watu wa kutoka France wamekuja, tumesign, tunangoja tu kwenda kesho kwa lawyer tumalize. Sasa hiyo ndio shetani anakuja through pornography, kwa sababu kitovu kile kimirogorio kwa hiyo maneno. Na mama anaruka na signing contract ilikuwa ya 10 billion. Na mama hiyo kitu yote inaondolewa kwa kichwa chake. Unajaribu kumwambia mama, babe, saitani, babe ya nani? Saitani maraya eno, maraya gomeno saitani eno. Babe, wewe kuja babe si adoi. Nige kwa kwa ragera. Kaita kuiganagia. Babe. Usere kwa rotita kama mudo mugima. You think you are brainless. Kai, modome aigwa ne brainless. Yabwe katia. Atanyanyua kofi. Sasa hiyo ndio utajua kuna stima inakuwa ndani ya mwanaume. Utasikia magnetic power. Pwa, mama anaanguka chini. The following day, siku ya kwenda kusaini contract ni siku ya kwenda Nairobi hospital kupeleka bibi. Na hiyo contract ikianguka, mnaanza kuulizana, babe, what happened? The devil is a liar. Oh babe, what about the contract? They went, oh my God, and the way I've prayed for it. Oh my God, no! The devil, you are a liar. How did he become a liar? When you listen to him. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitovu kiko pale, kinaongea. Shosho alikifuga. Na shosho ni masikini wa masikini, kwa sababu ni mchawi wa wachawi. Shosho mchana anaitaka na kamuti. Eure. Nyeri yako, lakini kutana na yeye usiku. Ninaitirana. Mweke yeye hapa. Na inaitwa yule anaitwa Bolt.
Bolt, waeke bolt hapa na shosho yenu hapa. Waambiane kwenda 100 meters. Anaenda na 5 seconds bolt anakuja. Anaanza kushangilia bolt akikuja. Yeye ndiye ameweka kitovu chako. Baba yako ambaye ni wa Freemason ndiye ameweka kitovu chako. Mama yako ambaye ni mchawi ndiye amefunga kitovu chako, ndiye amekiweka kwenye sehemu fulani. Alafu niambie utafaulu. You will not make it. You will try everything. You will not make it because hatima imebebwa na kitovu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nifungulie kitabu cha Ezekieli 16 mstari wa kwanza. Kitovu chako kimebebwa na nani? Kimebeba hatima yako. Hakuna siku utafaulu. Ndio unaona hawa wazee. Angalia wazee. Huyu mzee akiwa kijana, si unaona alikuwa na nguvu? Huyu angalia hii sura hii. Si unaona ni mtu alikuwa barubaru? Unafikia amepiga watu wangapi gumi? Huyu. Wengi sana. Angalia kama yule, unaona ni akili tupu hizi. Hizi ni maakili tupu. Lakini muulize kama ako na shamba. Na akili zake mingi hana. Sasa unajidwa ni nini? Na alikuwa na pesa. Ukiuliza hawa wengi, siku hiyo walikuwa pesa zilikuwa za kununua shamba. Maana then shamba ilikuwa shilingi 200, 300, si ndio? 50. Haikuwa pesa mingi. Na walikuwa nazo, lakini wakati iliweza kukatakata wakasema eno nemekolele oka gutunyado. Nie ndikogora. Kwa sababu kitovu kinamwambia usimiliki mchanga. Kimefunga mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitovu kimekukataza, kimesema hautafaulu, hautaenda mahali. Maana aliyekifunga alifunga na akasema hautafaulu. Na wakaweka ndio inaleta spirit of limitation in your family. Every spirit of limitation inatoka na maguka na mashosho. Maana kuna kiwango waliweka kwenye familia. Ukijaribu kutafuta upenyo haupati. Ezekiel, neno la Bwana likanijia tena kusema, mwanadamu ujulishe Yerusalemu machukio yake. Ni neno la nani? Si neno la wazee, si neno la wamama, kwa sababu wazee hawajui, wamama hao hawajui, community haijui, mchungaji hajui, ila Mungu peke yake ndiye anajua. Useme Bwana Mungu, uambie Yerusalemu hivi, asili yako kitovu na kuzaliwa kwako kwatoka katika nchi ya Mkanani. Asili yako na kutoka kwako, your origin and the birth, imetoka nchi ya Mkanani. Mkanani ni nani? Why Mkanani? Mbona wanalete Mkanani? Who is a Canaanite? Who is Canaan? Canaan ni mtoto wa nani? Canaan ni mtoto wa Hamu. Hamu mwenye alilaaniwa kwa sababu ya kuona uchi wa baba yake. Lakini kwa sababu Hamu alikuwa baadhi ya watu ambao walikuwa kwenye Sabina, hangelaanika. Kwa hivyo laana ile ikaruka kutoka kwa Hamu ikaenda kwa mtoto. Kwa hivyo Yerusalemu imejengwa wapi? Chini ya mji unaoitanishwa na jina lililo la laana. Na si laana ya binadamu, ni laana kutoka mbinguni. Are you getting me? Kwa hivyo Yerusalemu imejengwa chini ya msingi wa laana. So wewe kwenu kunaitwaje? Umetoka Kirinyaga? Nani wa Kirinyaga hapa? Haya. Roho ya Kirinyaga ndio hiyo. Nani wa Kirinyaga hapa? Watu wa Kirinyaga, utaenda kuna mji unaitwa Kiangai. Kuna kijiji kinaitwa nani? Ukitoka hapa unaenda kuna kijiji kingine kinaitwa Kiangoma. Na kingine Kianjokoma. Lakini wacha tudili na Kiangoma. Iko nilikuwa huko ndio karibu na pale tulifanyia crusade. Kuna mtu hapa ametoka huko. Najua mshirika mmoja hapa ametoka Kiangoma. Alafu ukiingia Kiangoma kuna kanisa inaitwa KAG, Kiangoma Parish. Utakuta PCEA, Kiangoma Diocese. Utakuta Catholic huko, Kiangoma Parish. Sasa jina la huko linaita shetani negesha Kiangoma. No KAG, Kiangoma Parish. Sasa niambie, Gaiaka huji wate kou.
na muthigi wa kuu ni wa ngoma. The foundation of the name, because the name got power. Name gives a direction of your life. What you are named after, you will become. Yerusalemu imejengwa chini ya msingi wa laana. Kisha namba 2, Mwamori ndiye baba yako. Waamori ni nini? Waamori ni tribe ambayo ilikuwa inapinga Mungu, inapigana na watu wa Mungu. So number 2, once your land is cursed, ndio nataka uelewe. Number 2, your father now, baba yako ni Mwamori. Waamori ni watu walikuwa wanapinga Mungu, walipigana, ndio walipigana na Gideoni, ndio walipigana na Daudi, ndio walipigana na watu wa Mungu. Joshua alipigana na Waamori, wa Girigasi alipigana na wa nani? Wambeleku. Wote wale ni watu walikuwa wanapinga kazi za Mungu, ndio walikuwa wakwanza kumpigana na Abrahamu. Huyo ni baba yake. Kwa hivyo ametoka, jina baba yako ametoka kwenye clan inayopigana, clan ambayo haimpendi Mungu, clan ambayo haimchi Mungu hata kidogo, inatambua mizimu na miungu. Mama yako ni nani? Ni Muhiti. Watu walitoa kwa nini? Mwamori alikuwa baba yako na mama yako alikuwa Muhiti. Wahiti ni waganga na ni wachawi. Bwana Yesu asifiwe sana. Now that's how to interpret the Bible. Understand why wanasema Wahiti. Mama yako alikuwa why, mbona aseme ni lazima aseme ni Muhiti? Ndio ujielewe. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliozaliwa kitovu chako hakikukatwa. Kwa hivyo wewe ni nani? Kitovu chako kinaanza mahali ulizaliwa, maana huo mchanga ndio ulizaliwa, baba yako, mama yako. So ulizaliwa kwenye ardhi iliyolaaniwa. Kitovu number 1. Kitovu number 2, baba yako ni Mwamori, mpinga Mungu. Kitovu number 2. Kitovu number 3, mama yako ni Muhiti, mchawi. Wewe ni ile juice tunakunywa ina migi inaitwaje? Wewe ni cocktail ya laana, uchawi na mtu anayepigana na Mungu. Kisha kile ambacho kimekushikanisha na mama yako, kitovu, bado hakijakatwa. Kwa hivyo mahali popote utaenda, upende usipende, mahali popote, utoke hapa uende Amerika, utoke hapa uende Russia, utoke hapa uwekwe ndani ya mafuta diesel huko ndani, uburithi mafuta ya diesel na petroli, tajiri mtupu, ama upatiwe magorodi ukage nao, shida bado itakufuata. Maana kitovu chako haujatenganishwa na laana ya ardhi ya kwenu, haujatenganishwa na laana ya baba yako, haujatenganishwa na laana ya mama yako. Hiyo ndio ilikuwa sababu ya kukata kitovu, kukutenganisha na yale mambo yanaweza kuwa yanakufuata ya kwenu, kwa baba yenu na kwa mama yenu. Na ardhi, hiyo ardhi ambayo mmeikalia ilikuwa ifanyiwa kazi gani? Guka ndiye alikuwa mchawi ule mkubwa, ndiye alikuwa Kafwele. Guka ndiye alikuwa mugaga the best. Guka ndiye alikuwa yule ambaye anafanya vituko na sarakasi. Bwana Yesu. Sasa huyu Guka ndio bado munakalia shamba yake. Kwa hiyo shamba ndio ameweka ivito zake zote. Kwa hiyo shamba ndio alimwaga mbuzi za kondoo zote zile alitolea mizimu. Kwa hiyo shamba ndio waliulia mtu yule, walipanga huyu mzee tumumalize, walimumalizia kwa hiyo shamba. Kwa hiyo shamba ndio kafara zote zilifanyikia. Maana hiyo shamba ni kumaanisha ni nini? Hiyo shamba ni madhabahu. Na si madhabahu ya jana, si madhabahu ilitolewa kuku, ni madhabahu imechinjwa mbuzi, ni madhabahu imetumika, mbuzi ilifinywa mtu akakufa.
Ni madhabahu ilitumika kuangusha uchumi wa mahali fulani. Ni madhabahu ilitumika kuharibu territory mzima. Waganga wale walikuwa na maumau, walipokulepoto walizunguka. Kulikuwa na waganga wachawi walioachiwa wakienda wakiroga wazungu wasiwaone. Let go. Oni yako mile na yake. Yako lia hado hoda ile yako hujia na ino gushuga. Higo ya maumau ni kwali andu mathi makihadaga ithito cia kuruga na muthugu. Kila mahali Ukikuyuni, mahali waganga maumau walikuwa, kuna wao walitangulia warogi wa Kikuyu walikuwa wanaenda wakiweka vivito, wanaenda Thika naeka githito, ndio wazungu wakifika huko wachanganyikiwe. Sio kama mnanielewa? Ukienda Murang'a kuna vivito, ndio wazungu wakikuja wachanganyikiwe. Nao wale walikuwa home guard, nao pia walikuwa na vivito zao za kuchanganya maumau waziwaone. Kwa hivyo kuna vivito mingi viliwekwa hapa. Kwani nyumbani mama yako, kwa sababu walikuwa wa huko waanga, maana hakuchukua na kanisa, walikuwa wanaenda kwa waganga. Mganga alimpatia githito, kiko kwenu, kilipandiliwa kwenu. Uka kabla aondoke alikuwa ameweka vivito zake za kugadi mshi wake. Shosho naye alikuwa na vivito zake za kuprotect boma. Hawakuwa na ubaya, lakini they were protected because that is what was there then. Sasa hizo vivito bado ziko kwa boma yenu. Pamoja huko vivito zote ziko za kugadi na za kuchunga huko. Mizimu yote iko huko. Buzi zilichinjwa. Zile za kuua watu kama huyu mzee, ya kuua watu wa maumau. Home guards. Hawa wazee walichinja buzi za kulaani wale wakufe. Na walikufa ama hawakukufa? Walikufa. Walilaani kwa nani? Shamba ya baba yako ndio kulikuwa kunafanywa nini? Hizo mavitu. So kutoka the shamba ya baba yako ilifanyika the altar of command. Hello? It is an altar of command. Kule kulikufa watu wangapi? Kulikufa watu 100. So that is the height of the altar. The more the damage they did, the more the power the altar became. So kama baba yako alikuwa huyo, kama guka yangu alikuwa maumau, ile kazi alifanya ndio mliona nikifanya kwa Mogeke. Yes. Guka yangu ndiye alianzisha maumau. Ndiye alichinja mabuzi zile mingi za maumau. Ndiye alipigana ile vita mingi ya maumau. Mimi ndio nilianzisha Mogeke. Buzi nimechinja mingi ya kupatia vijana kiapo. Niliwapatia hii emergency. Hata sio ulikula kiapo? Wewe umekula hiyo kiapo? Si unaona mpaka venye nakao. Spirit ya rebellion. Maana ukikula kiapo unakuwa rebellious. You defy everything. Sasa umeelewa shida yako pale ilitoka? Umeelewa kabisa? Yes. So kuunderstand na kujua kitovu chako kiko na direction ya misingi yako. Bila kuelewa hivyo, hata uende kanisa, uende kwa Benihin, akuwekelea kichwa na miguu na kila kitu, utarudi tu ukiwa vile vile. Ukuje kwa Waroige, atakuwekelea mgongo, akuwekelea kila kitu, bado utarudi nyumbani the same way you come. It doesn't matter nitataja Yesu gapi. The foundation. Kitovu chako kimefungwa wapi? Wale vitovu vyao vilirushwa ndani ya maji, vilienda wapi? Mto yenu labda inaendaka inapelekaga maji Indian Ocean. Kwa hivyo kitovu chako kilipelekwa wapi? Indian Ocean. Indian Ocean nini yuko huko? Ni majini na mapepo. Ndio unaonaga unakaaga kidogo unashikwa na kadhitima. Kwa sababu kule kimenena. Kule majini ambayo yalikula kitovu chako. Maana majini yanakulanga vitovu. Mapepo yanakulanga vitovu. Unanielewa lakini? Bwana Yesu asifiwe sana. Ukielewa msingi wa kitovu chako, utaelewa shida ambazo zinakusumbua.
Na ndio nakwambia ni vizuri kwanza ndio uanze safari ya dunia hii ukate kitovu, utafute dhabihu ya kutoa na kukata kitovu, maana hujui Mungu atakusaidia. Umwombe Mungu akwambie ni dhabihu gani utatoa. Ndio kwa maana niliwaambia dhabihu ni Mungu anakuambia, si wewe, maana Mungu peke yake anajua kinachokusumbua, si pastor wako. Mimi nitakupatia mwelekeo, lakini sijui hasa 100% ni nini, what's the problem. Tuendelee baba. Hello. Is this man around? Wangapi tunaendelea kupatana? Wangapi wamerealize shida zao mpaka sasa? If you have realized your problem. Unaona sasa? Wangapi hapa waliokoka 5 years ago? Na mkono. Salvation yako ni 5 years ago kwenda na rudi na nyuma. Wale wameokoka miaka 5 kurudi na nyuma, miaka 3 kurudi na nyuma. Inua juu. Miaka 3 kurudi na nyuma kwenda 3 4 6. Inua mkono juu. Inua vizuri, wacha kuinua ni kama imekatika. Inua vizuri. Nitaka kujua ni wachawi wangapi wako hapa. Umeona? Ameokoka. Ako na Yesu, sikatai. You are fully saved 100%. But umenaswa. Bado unalia shida. Bado unalia nini? Shida. Bado unalia umaskini. Kwa sababu kitovu chako nyanya yako alikizika. Alipokizika alinena nini? Wale wanakulanga vitovu kama Waluya, nao walinena kitu gani wakikula? Ndio nakuta ukikuja Nairobi mikosi tu ni ya kukuliwa pesa zako. Unajaribu unanunua kaproti, unasikia ukilipa tu ndio unaona mtu mwingine amejitokeleza. Anasema hii shamba ni yangu na title yangu ndio hii. Na ulipatiwa title. Na ulifanya mpaka search. Ukirudi kwenda kufanya search unakuta ulifanya shamba ingine. Kwa nini? Ulitafunwa. Unakuja unatafuta mke. Wewe ni mama unatafuta mwanaume. Kazi ile utakuwa ukifanya dunia hii ni kutafuna. Unatafuna na huyu anakuweka chini. Unatafuna na huyu mwingine anakuweka chini. Unatafuna na huyu mwingine anakuweka chini. You are struggling to find life. You are struggling to live. Kwa sababu ya kitu kinaitwa kitovu. You are struggling because ya mkonyo, the umbilical cord. Tufungulie hapo tuendelee baba. Na katika habari za kuzaliwa kwako, siku ile uliyozaliwa kitovu chako hakikukatwa wala hukuoshwa kwa maji usafishwe. Halo. Hukuoshwa kwa maji ndio usafishwe ung'are. Kwa nini tunaosha mtoto? Kumtoa uchafu wa uko ndani. Kumaanisha haukukutana na kuhani ama mkunga angekusaidia aondoe uchafu wako kisha akukabidhi kwenye ulimwengu ukiwa msafi, bila mivutano ya vitu vingine, bila mivutano ya kule baba yako ametoka, bila mivutano ya kule mama yako ametoka, bila mivutano ya shamba ya kwenu. Na ndio unaona kitovu na circumcision zilikuwa zinapelekana hivi. Kitovu kinapokatwa baada ya siku 8 kulingana na Wayahudi, mtoto anatahirishwa. Ama sasa sisi wa Afrika kuna zile siku tunachukua. Wengine wetu tulitahiri tukienda form 1. Wazee, mimi nilitahiri kwa mzee. Nikienda form 1. Nilipotahiri kuna mahali nilipelekwa. Nikatahirishwa na nani? Na mtu ambaye amemwagiliwa mafuta ya kutahirisha. Si daktari. And this is where I want you. Wale ambao wameenda pumwani wamezaa watoto kupitia kwa daktari na yule amezalishwa na mkunga, hao ni watu wawili tofauti. Mkunga ambaye amekuja dunia hii in the role ya kuwa mkunga, yeye mwenyewe kama unaona nabii ama unaona mtu ambaye ako dunia hii anafanya kazi ya Mungu, ni Mungu alimteua. Jeremia 1:4. Wao wameteuliwa, wana uwezo wa kubadilisha, maana hiyo ndio kazi ile wameitiwa. Lakini kuna wale tulienda tukatahirishwa na madaktari, ama tulienda kwa nani? Kwa wakunga ambao ni madaktari, wamesomea vitabu. They are doing it professionally but not a calling. Are you getting me? Those that are called, they will advise you. Hawananga kionohu. But those that are doctors,
Ndio hata wanaona wanauza watoto. Ukienda kuamuka unasikia katoto kalikufa. Kalikufa kakaenda wapi? Hatujui. Kametupwa mochari. Unaletewa kitu kingine kimekufa hapo. Kumbe mtoto ameuzwa ako kwa barabara akipelekwa Kampala, Uganda. Kwa sababu huyo anauza mtoto, hana uchungu wa hiyo kazi ameitiwa. The same as circumcision. Now I want to connect the two. Wakati wanaume walisakamusaisiwa, sisemi wanawake, moja kuniangalia na macho baya. Ni Abraham alitahirishwa na mtoto wake. Abraham akaambiwa atahirishe mtoto, naye mtoto akaambiwa atahirishe nani? Baba. Why? Wakati ile damu ilimwagika chini kwa mchanga, ikachanganyikana na mchanga, ilienda kwa mchanga kuzungumzia mchanga huu, damu hii ikazungumzia mchanga ule. Ndio nini kifanyike? Ndio baraka zinazoitanishwa na huyu mtu ikawa ni dhabihu. In circumcision ni dhabihu. It is a covenant between you, God and the soil. So wherever you go, you get the blessings of the soil. Lakini sasa kutana na daktari, wende hospitali, kitu ya kwanza atakutahirisha in a very professional way. Lakini hiyo gosi anaipeleka wapi? They get it kwa dustbin. Ni nini itakuja kuokota? Ni maubwa na deri na ndege zile zinakulaga nyama. Itapelekwa wapi? Itapelekwa kwenye mizimu ya kwenu kama imeitisha. Itapelekwa kwa nyumba ya mganga kama wameitisha. Ama iende mahali popote pale. Ndio naona mtoto akitoka from circumcision. Ulipeleka kitoto kilikuwa brainy, kinajua kuogea, kinajua kusema, lakini kikirudi, kinarudi king'ombe. Hakijielewi kabisa from there. Maana circumcision, kule kumwagika kwa damu, kitovu kina damu kinamwaga, kinazungumzia maisha na hatima ya mtoto wako. Na kutoka hapo you will be shaped the way God wants you to live. You will be shaped the way the devil wants you to live. Ndio watu wengine unakuta wewe kwenu, yani familia hii ya nyumba hii wamekaa mzuri wote, lakini familia yenu hawakai mzuri. Maneno iliharibikia kwenye kizazi. Kitovu ni kitu cha maana kukiangalia. Mtoto wako anapozaliwa, ng'ang'ana utafute hiyo kitovu. Ama immediately. That is why we come to a place like this one for dedication. How many of you have been ever dedicated? Watu wangapi wamekuwa dedicated in an altar of God? Si umeona? You are not dedicated irrespective challenges ambazo zilifanyika kwenye maisha yako. Kitovu kilibebwa. Circumcision yako, mambo yalifanyika. Ulikunywa kiapo. Hawa wote hakuna mtu atakula kiapo. Sisi wote tulikula kiapo, maana baba yangu akikula kiapo nilikuwa kwa mdhirimo yake. So mchanganyiko wa hizo vitu ambazo zilifanyika kwenye maisha yetu, this is what is causing you to suffer. This is what is causing you to struggle in life. Hii ndio matatizo uko nayo. Si ati hujaokoka. Ukiangalia kitabu cha mbinguni, you are 100% utaingia, lakini ukiingia huko utaenda nyumba gani? Maana haukujenga nyumba hapa duniani. Jakira kanyumba kona ineko igoro keruru ineke amote wa moyo. Urakiroka nyumba kona ineko hapa duniani, uko umejenga ndio ujengewe. Tutaulizwa. Si msome Biblia yenu. Waliulizwa wao walipatiwa talanta ngapi? Kuna mmoja alipatiwa ngapi? Na mwingine? Na mwingine? Yes. Tutaulizwa. Talanta zako nilikupatia. Kwa sababu ukienda mbinguni utakuta wewe nyumba yako ilikuwa ni ruda. Unaambia nyumba yako kule ulikuwa unatolewa picha, tutatolewa picha za venye ungefaa ukaa hapa duniani. Sasa unakuta nyumba yako iko ruda. Ndio ikala hapo kwa Rufeni. Nyumba yako iko ruda na unakaa kule Kiadutu ukikuliwa na dutu. Unaona mpaka kwa baudi yako kuna Range Rover 2 na Mercedes. Na hapa hata fare ya kulipia matatu unakosa. Unashinda ukitukano na makaga. Na kumbe kuna Range Rover ziko hapa. Bwana asifiwe sana. Sitoo yako imejaa kila kitu. Na hapa wewe ni kazi ya kuomba chakula. Modo hai. Dukata ya gai.
kile akinyete ndiye kendo ingehesiana chako, lakini daftari yako ikifunguliwa utapata wapi? Si too yako ni kubwa, imejaa chakula na imejaa utajiri. Until you are able to retrace yourself, urudi nyuma, you retrace yourself from the umbilical cord. Any successful story, si kuokoka. Kuokoka ni tofauti na success ni kitu tofauti. Maana kama kuokoka ndio success, nyinyi hachi bote mngekuwa mna hapa, tukikuwa tunaomba kiwaja ya kuweka chopa. Venye mumeokoka na venye mnaishiki huko biguni, mnateremkaga asubuhi. Otieno, these people sleep in heaven, they come here in the morning. Kama ni kiokoko kingefanya hawa watu wabarikiwe, they will be the best people on earth, the richest on earth. But there is no connection. Their salvation, there is no connection. Nani amejenga barabara? Technology hiyo nguo umevaa ni ya nani? Mchina. Na kulingana na mafundisho yako umeambiwa nini? Mtu ambaye hamjui Yesu hataenda mbinguni. Hello. Unataka kuniambia Mungu ni mjinga kiasi hiyo? Mtu mwenye alidevelop dunia hii ikakaa mzuri na ikakaa poa, watu wakaishi vizuri. Mtu alifanya jina la Yesu, jina la Mungu lijulikane. Ni nani amefanya jina la Yesu lijulikane dunia hii sana? Yeah? Si mzungu, ni Mchina. Hii microphone ni ya nani? Hii carpet ni ya nani? Hii pulpit ni ya nani? Hii kitu ni ya nani? Sasa wewe na Mchina, nani anafaa kuenda mbinguni? Hiyo kiti umekalia ni ya nani? Hiyo nguo umevalia ni ya nani? Wewe na Mchina, nani anafaa kwenda mbinguni? Alafu useme ati Mungu atapeleka akili bofu, ati yeye akakae na akili bofu, awache akili mzuri hapa. Shiria ilege. Nyinyi ndio mtachomeka. Badilisha mawazo. Tumia kama wewe ni wa Mungu, kizazi cha Mungu, a son of God. Use the godly brains. Tumia akili za kiungu. Fanya miujiza, fanya mambo. Siku yote Wachina watachomeka. Wachina wanaabudu shetani, wanafanyaga. Kwa hivyo shetani ndiye ametengeneza hii microphone. Si ndio? Hii speaker imetengenezwa na nani? Na shetani. Hiyo kiatu umevaa imetengenezwa na nani? Na shetani. Hiyo nguo umevaa ni ya nani? Nionyeshe kitu ya moja ya Mungu hapa umevaa. Sasa ninakwenda nionyeshe kitu moja, hiyo raw material ya Mungu. Kwa sababu yule ni shetani. Hauna. Vyote ni vya Mchina. Huyu Mchina hataenda mbinguni. Yeye amekuweka uvae vizuri, amekuweka ukule vizuri, amekuendesha gari vizuri, umekaa kwa kanyumba karufu kazuri, kanyumba kazuri, angalia maridadi iko hapa hii yote. Sasa Mungu ataangalia hii maridadi venye hii hata jeti gagai tikiara. Acha kani mchezo. Achana na akili ya bebe nini matope. Hapana. Wakristo inueni viwango. Nendeni mjitafute, muangalie ni nini kiliingia katika maisha yako. What interrupted your success story? Nikiingia kwa hile. Walikuharibia wapi? Uliwekewa mitego wapi? Ulifungiwa njia yako wapi? Why are you suffering? Sisi wote tunaingia ndege tukienda kwa Arabu kununua vitu Dubai. Sisi wote Wakristo, wana wa Mungu ambao wanastahili kwenda mbinguni, tunakunywa mafuta, gari yote ikitembea lazima Muarabu jina yake itumike hapo. Mtu mwenye hataenda mbinguni. Wewe ambao unaenda mbinguni, ulinyima tu hakili tudogo twa kuchimba hapa ardhi utoe mafuta. Tu hakili kuchimba tu na jembe, ujibe tu utoe mafuta. Hiyo akili tu ndio ulinyimwa. Na Biblia inasema Isaiah 45, I'll give you hidden treasures. Vitu ambavyo vimefichika kule kwenye udongo. Tufungulie hiyo 45 Isaiah. I will give you. Why hasn't he given us? Hello? Am I talking to somebody? What is the challenge you are facing? Why are you facing these challenges? Because there is something that you are not told about. Nami nitakupa hazina 40 as a 1 verse 1. Verse 1 please. Haya ndio Bwana amwambiayo Koreshi
masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kuume ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza viuno vya wafalme. It is God. Atalegeza viuno vya wafalme, ndio wafalme waachilie kilicho chako. The people that have them watalegezwa viuno vyao. Wewe Mkristo, ndivyo Mungu anasema. Namba 2, ili hapo tu, ili nitiishe ambaye nimeshika mkono wake wa kuume, ili nitiishe mataifa mbele, nami nitalegeza viuno vya wafalme, ili kufungua milango mbele yake. Huyu mfalme ameweka milango. Mimi Mungu nitalegesha viuno ili afungue milango mbele yake, milango iliyokuwa kizuizi kwako, milango ambayo imezuia baraka zako, ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa tena. It is God who saying so. Hata malango haya hayatafungwa tena. Nitakwenda mbele yako na kupawasawasisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande milango ya shaba inayokuzuia, na kukata mapingo ya chuma. Megeko atakata. Nami nitakupa hazina ya gizani na mali zilizofichwa na mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ndio Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli alisema. This God that once you walk with him, he will destroy the gates of iron, milango ya chuma kwa sababu yako, alafu aende kwenye vitu vilivyofiche kule kwenye siri, atavitoa vyote. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe umeokoka, wewe ambaye unaenda mbinguni, the heavenly bound. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini sisi ni Wakikuyu, tulidanganywa. Goboka nyume thino, goboka nyume thino, jikare magegania meko the matare meko. That is what happened. Uliobuka, ulipaa, ukakaa uko juu, ukakaa kwenye lera, magegania ikafanywa, mashamba ikakatakatwa, ikapeliwa, diamond zikabebwa, milango iliyokuwa imefunguliwa na Mungu wakakuja wakaingia. Ndio sasa ndio matajiri. Wewe unafanya kazi kwao. Wengi wenu wanafanya kazi industry hapa. Nenda siku ya Jumatatu kesho pale lunch hour, utawakuta Wakristo wote wako nje, milango imefungwa ya kampuni, wako nje, na mama ametoka Kayole na getheri na debe na supu na chapati, supu ya maragwe. Wakristo wote watakuwa wamepanga hapo. Mwenye kabuni Muhindi na Muislamu anaingia kwenye Lexus chake, anateremka, anaenda kwenye msikiti, anasujudu mara dakika 5. Allahu akbar, remara baba, ina rona. Anatoka hapo, anaendesha kigari chake mpaka Serena, anaenda kukula lunch. Sahani Serena ya lunch, sahani moja. Kwa wale mnafikiriaga mnanunuaga kitu mingi, hamununuagi. Sahani moja Serena ya lunch ni 6,800 sahani, na hujaweka kahawa kikombe ya kahawa ni shilingi 1,500, na hujaweka juice, na juice ni matunda bili ya orange na fiinywa hivi, unawekewa na maji, ni shilingi 1,800. Sasa hiyo lazima uache 10. Hello. Lazima uache nini? 10 ukaache hapo, kaende hivyo. Na hiyo ndio yule mtu ameenda yeye na familia yake na watoto yake kukula. Wakristo wanaenda mbinguni utawapata pale nje, na mama ametoka Kayole na ndoo ya supu na maharagwe na chapati, inaitwa chapati chafua. Unakuta wote wamepanga laini, na sio laini walipe, ni laini waandikwa kwa kitabu, ndio ikatwa kwa mshahara Friday. Alafu sasa unakuja kutuibia hapa. Hallelujah.
Surely. Your God must be translated into you. Your God must be seen. Hello. Simameni tu kwa miguu yenu. Akioye. Kama kanisa hii kubwa hivi inatenda miujiza, hakuna kitu tumetengeneza yetu. Ni ya Wachina hii. Microphone ni Mchina. Nguo ni Mchina. Maua ni ya Wahindi. Na imekuzwa kwenye ardhi ya baba yangu alipigania. But sina akili hata kutengeneza hii maua ikuwe hivi. Sina akili ya kutengeneza hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ask yourself. Mwambie kitofu chako. Kitofu kina determine what you become. Until you are able to cut the umbilical cord ya kule umetoka, ardhi ambayo baba yako alimiliki, ardhi ya guka yako, ardhi ya kikwenu kule. Nyinyi wazee wa Maumau mlimwaga damu, mliua watu, na hamjawahi kwenda kwa kutibu hiyo ardhi ambayo damu ilimwagika. Mkatoka hapo nyinyi, wewe mzee, mnakujaga kanisa na bibi pale na hawa wengine. Maumau gapi hapa? Inua mkono kama ulikuwa kwa Maumau. Maumau ni mmoja tu. Mnaogopa kuchukua mkono juu kama wale gati. Abatige. Niga na male gati, inua mkono kama ulikuwa home guard, inua mkono juu. Gati. Maumau. Ni mwage haya. Wao wengine ni wazaliwa. Tosha, wacha siasa wewe. Wewe ndio waje bara ya Maumau. Wewe mzee umekuja kufanya nini kanisani? Nyinyi nikimukite kuweka kanitha ini. Mutianyuire muma. Mutianyuire muma. Mukiuga atia? Dikana nyitanira na dikagarũrũka na dikana nyitanira na kindu kia muthungu, irira cia muthungu, githomo kia muthungu na mitugo ya muthungu. Ngwicio ikirite ni ciao. Niki goko kanitha gaka hiyo ni yao. No wehitite dikana nyitanira, dikana rianira na muthungu. Muthe ukuria ukakuria ki? Mumocio ni ukuria kandu kuriaga. Yes. Utaugo kwa mumocio ukaje. Hiyo ndio kitovu ile na kusumbua mzee. Ate we Nairobi na ndole kanyumba. Na niwe wahuranire wiyathi wa guku. Tondu niwe tukanirie. Mulijiingiza kwa maisha baya. Ulikuwa umeapa hautashirikiana na kitu chochote cha mzungu. Mtoto wako wako shule ama yuko shule? Mtoto wako ulipeleka shule? Hapana, mtoto yako alienda shule. Shule ya Wakikuyu ama ya Wazungu? Ulipeleka shule ya Wakikuyu? Na suri hapa hautawahi kushirikiana. Lakini jibu swali tu yangu. Wewe Moro kwenu umejenga nyumba na mabati? Na mawe. Na mabati huko juu? Ni mawe umeweka mpaka kwa juu? Ugitete na mahiga? Ugitete na ke? Ugitete na mafati? Wakete na thimiti? Indo ciothe ni cia muthungu? Kwa ya muthungu. Hata shamba ni ya muzungu. Na uliapa ukasema hautashirikiana, ndukana nyitanira kana kurianira kana kunyuanira kana irira cia muthungu. Niguo na ni ndathiete ugai kana aca niwehitire. Digithia macio nimo mathina maria maramuria riu ngarari. Ni wanyuire muma ucio no nginya ugukwo nigetha wiguithanie na indo icio. Tondu nginya umuthi ni ureganite na indo icio, nikio itari cia gwitikira nginya umuthi. Ni ndwahurirwo Moro? Ni mutiahurirwo na migwe? Ukirungatwo mugunda waku? Alafu nikio kugirio huru?
tondu muma ni wanyuire utakana muma ucio ndukaiguana na indo cia muthungu. Ciana cia kwitikara thimo gutikundu igathie ona cia thoma. Nikio na ciana iria ngie kipio Kenya no ni ciana cia mau. Ciana iria theni pio. Ciana cia ngati iratwarithia makari. Ciana cia ngati nicio macio. No ciana cia aya sinyua mng'are na shanga kuria Kayole na Soweto. Uthia hwerereke to ne mumo cio ramaria. Ciugo icio waririe. Icio nicio iraria ciana ciaku. Nikio kana gaku reke muthuri ke na miaka 40. Yuka ukuria mami ni orugite ta reke muthuri giaku. Atomadio kirori. Utakana mutaugo kwa mumo cio. Hello. Ona ruciaro ru wiciarite na ruciaro rwao nginya ruciaro rwa gatano. Kaide muheage ohoro. Ucio riu niguo mukonyo we wathondekire. Miume wanyire tatu kanena. Ubura. Tia ukiria. Mau ni athirire ubura wanyire miuma igana. Ndakitikira. Ndakiaria. Tondu ateria kuragwo. Already ni we uragite. Already nduri ho. Ni ubure mumo cio. Nije wanyu we wamekangeta twe. Ate amenye ireko. Te amenye ireko. Mekangeta tu amenye ireko. Mwana toyo ri. Ni ndia heanaga muma amugike. Heanete ginya muma amugwanja. Baba Tony. Nejwe muma. Nada wonigo dabire kubura. Ciugo gwa ciugo. Anyita. Andu mau. Imurajigwa. Nigetha ciana cianyu irathimo kuma riu. Othie uke onoko uka ubure kiugo gwa kiugo. Oria wohire uthie wohorete gikundo. Nigetha wohorithie ciana ciaku. Tondu we ni worogete ciana ciaku. Halo. Shikeni sadaka yenu kwa mkono. Na kama ni mtoto umezaliwa kwenye uzao wa maumau, nenda utafute hiyo kelele huko. Maana umefugwa. Hiyo kiapo ilikuwa baya. Waliapa wakasema sitawahi kushirikiana na nini? Sitawahi kushirikiana na mafundisho, maelezo, tabia na chochote kinachoitanishwa na mzungu. Love the same mtu aliapa alikuzaa. The same mtu aliapa alikupeleka shule. Shule ni ya nani? Akakununulia kanguo ni kanani? Ulizaliwa Pumwani ni ya nani? Hawa walikufuga. Mama yako nenda umuulize ujue kama alikuwa maumau. Na hawa wengine wanaitwa home guard waliua. Watoto wa home guard ni wabaya kuliko wa maumau. Ndio unaona wameharibu uchumi. Ndio wanasema majenzi wapigwe marisasi. They don't care. They don't care in them. Maana wamezaliwa na uzao ambao they never cared. Mababa zao alisema alikuta mababa yake. Unaona sasa baba yako wewe ni maumau, wewe ni gati. Lakini baba yako ni maumau. Walitoa amu edo chije huyo mzee. Tuondolea ujinga. Ungekalalia mudhogo niki. How unaweza aje kupika msugu? Hauoni msugu ni kama Mungu? Walichinja mabradha zao na wakachukua wanawake bibi za mabradha zao, wakaenda wakalala nao wakazaa. Hawa mahome guard ni watu waliojawa na damu ya unafiki mabaya. Mimi nilikuwa maumau. Hata sasa mimi wekeleni sadaka zenu hapa. Hii leo imekuwa kali. Kama ni tithe huko na tithe, kuna bahasha tu tumia bahasha ya kawaida, lakini hapo juu andika tithe. Bahasha za tithe bado hazijafika. Na wale ambao tulisema tutamchangia yule mzee anaitwa Simon Mwangi. Wale tulisema tutatoa yule mzee ambaye ako na shida ya mguu. Nataka pesa yenu leo. Mumesikia? Mulete pesa yenu leo. Ndio tumpatie pesa yake aende akaanze kazi. Hii watu wa kuimba wanafanya nini?
kweli, wa kweli, Mungu wa kweli, wa kweli, wa kweli, Mungu wa kweli, wa kweli, wa kweli, Mungu Usiimbe. Ambia Mungu apatie uwezo wa kujua kitosi yako juu. Tulia kidogo. Mwenyezi Mungu, muumba wa mbingu na muumba wa dunia, wewe ndio uliumba vyote vilivyo kwenye uso wa mbingu na wa dunia, milima na mabonde, maji, wanyama na hata ndege, vyote, bahari kubwa na ndogo, zote Baba zinaunganika pamoja na makerubi na maserubi na malaika mamilioni waliosujudu mbele zako kusema wewe ni Mungu mkubwa. Wewe ni Mungu unayestahili sifa. Wewe ndio mwenye miujiza, mwenye vitengo vyote vya dunia. Wewe ndio unajua hatima zetu. Wewe tu ndio unajua siku tulizaliwa. Tulizaliwa aje? Waliotuangalia na jicho ambalo ni ovu, waliotuangalia ama kudushika na mikono iliyokuwa michafu, waliokuwa na nia ovu zetu, waliotufikiria vibaya, waliotupangia mabaya, walioiba nyota zetu, walioiba hata hatima zetu. Wewe tu ndio unajua. Wewe ndio unajua ni nani, na unajua ile damage amefanya, na unajua chochote ambacho alikifanya ambacho kimetuangamiza. Mungu muumba wa mbingu na dunia, wakumbuke waja wako hawa, wakumbuke hawa watoto, wapatie funuo mbalimbali, wakaeze kuona ni wapi mitego ya maisha yao iliwekwa, ni wapi minara yao iliwekwa, ni wapi nyota zao zilichukuliwa, ni wapi nguzo zao za kimaisha zilibebewa. Where were they? Ni nini kiliiba? Ni nani aliiba? Wapatie tu ufunuo, ndiposa uweze kuwapatia ni dhabihu
aina gani watakayoitoa kwa ajili ya kujinasua, kwa ajili ya kujifungua, kwa ajili ya kuachwa huru, ndio baraka zao zianze kuteremuka. Danieli alipokuja kwako, alikuja ile siku ya kwanza na ukambariki, lakini mfalme wa Persia akakamata kwenye anga baraka za Danieli. Hawa watu wote Baba, baraka zao zimekamatwa kwenye anga na mfalme wa Persia. Ninaomba Baba ukamteremshe Michael ateremuke kwao, awanasue kwenye mikono ya mfalme wa Persia, anasue watoto wao, anasue kazi zao, anasue hatima zao, anasue chochote kilichowekwa katika maisha yao, anasue mipango yote iliyowekwa katika maisha yao, nguvu zozote zilizowekwa katika maisha yao. Father, I thank you. Father, I give you glory. Fungua tu kinywa chako, mwambie Mungu, zungumza na Bwana, zungumza na Jehova. God is in control. In the name of Jesus. Speak to God. Speak to God. In the name of Jesus. The name of Jesus. The name of Jesus. Fungua kinywa chako, zungumza na Bwana, maana anasikia. Anapolituma neno lake anaelewa. Kwa jina la Yesu. Ambia Bwana nisaidie kwa jina la Yesu. Bwana nisaidie. Oh Yesu. Fungua kinywa chako, zungumza na Bwana. Natamani kusikia mfalme wa falme. Umetuambia kwenye Isaia 45 ya kwamba utalegeza mishipi, mikanda iliyoweka watu hawa wakawa mateka. Kitovu chao kilichukuliwa kikapelekwa kuzimu. Vitovu vilipelekwa kufungwa kule baharini. Vitovu vilikuliwa na wachawi, vitovu vilikuliwa na mbwa, vingine vilirushwa majini, vingine vimezikwa kwenye mashamba sawa iliyofanywa uganga na uchawi. Baba, ninaingia kule, ninabomoa madhabahu haya yote. I destroy every covenant ambayo imezuia hao watu wapate utajiri, ambayo imezuia wapate utajiri, kubarikiwa na baraka za mchanga. I set them free. Every bondage that is upon your people, mipango yote iliyonenwa, maneno yote yaliyoandikwa, majina na maandishi yote yaliyoandikwa kule kuzimu, ati watu hawa hawatafaulu, siku hii ya leo na mtuma malaika Michael akatekate minyororo hiyo, akatekate nguzo hizo, atunasue kutoka kwa mikono ya mfalme wa Persia. Remo shandara babasa. Una uwezo Baba, una uwezo wa kuweka watoto wako huru, una uwezo wa kuwafungua sasa, unaweza Baba. Wafungue tu, wafungue. Angalia walivyotekwa nyara, wameteseka kwenye anga za kishetani, wameteseka kwenye anga na mizimu ya kishetani, wameinuliwa madhabahu imara imewazuia kufaulu, financial altars zimezuia waweze kupata pesa, family altars zimezuia tupate ndoa. Nguvu zote za kishetani, mapepo ya baharini yaliyomeza vitovu vyetu yanatuchekelea kule baharini, kwenye madhabahu ya bones and skull altars ambazo ziko kule Likoni. They just watching us. Maana hiyo ndio imekuwa ikilisha majini, jini Jabal, jini Faruk, zote ambazo zimetesa nchi ya Kenya, wakaihamisha hatima ya Kenya wakaipeleka Mogadishu. Wametunyanyasia kule Al-Haike, huko ndio wameweka mizimu ya kubadilisha nchi hii
ikuwe nchi ya Kiislamu. Baba Mungu, ulimtuma mwanao Yesu Kristo kwa ajili ya kuikomboa, kwa ajili ya kukomboa yeyote atakayeshikwa mateka. Tumekataa. Hatutafanyika mateka wa Kiislamu. Hatutafanyika mateka iliyofanywa na Said. Walichukua wazazi wetu wakawapeleka wakawafanya mateka, mpaka leo wanateseka kwenye nchi za wenyewe, mpaka leo vizazi vyao vinateseka, na tumekataa. In the mighty name of Jesus Christ, I refuse every altar ambayo imeshikanishwa na Abuja Declaration. This is a holy nation. 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 I cancel every Abuja Declaration on the land of Kenya. Hamutauza nchi yetu. Hamutauza nchi yetu kule Hargeisa. Hamutauza nchi yetu Kismayu. Hamutauza nchi yetu. Hii ni nchi iliyowekwa na ramani na Mungu. Every piece of the boundary of Kenya demarcated in the land, the sovereignty of Kenya, it is covered by the blood of Jesus. Every demonic arrangement, every economic arrangement that is of demonic nature, chochote ambacho kimepangiwa kutoka Somalia to deprive the country Kenya its economy, to deprive the country Kenya its pride, to deprive the country Kenya its power. From today, I cause the authorities to rise up and stop it. I cause the authorities to rise up and go against any demonic arrangement in the political powers of Kenya. Anywhere they have a kitchen cabinet that they are discussing because of influences, because of they want to bring goods through that boundary to deprive the economy of this country, I cancel every plan they have. I cause confusion into them. I cause confusion in them. I cause confusion in them. They will never understand each other. As what jenga ule munara wakitaka kukuja kule mbinguni, mnara huu wanaojaribu kubojenga, ninausambaratisha, ninaubomoa in the mighty name of Jesus Christ. Foreigners have been given a lot of IDs. They have been given a lot of passports. I cancel those passports in the mighty name of Jesus Christ. Father, remember your children. They are crying because they are hungry, because they are foreigners. They are people. We have the Amorites, the Philistines, the Goliaths that have raped the economy of this country. That is where your children are suffering. I bring this case to you. I bring this case to you. I prosecute my case to you, Father, that whosoever is involved in plundering Kenya, I command him out of the space. I command him out of the space. I command him out of the space. I command them out of the space. Whatever plan they have against this country, Kenya, whatever arrangement they are planning against Kenya, from north to south, from east to west, from the sunrise to the sunset, Father, I cover every river. The entry of the ocean into the country Kenya, I lock it. The country capital city, I lock it. The second capital city, Mombasa, I lock you. Kisumu, I lock you. Garissa Mandela, I lock you. Lodwar, I lock you. Central Kenya, I lock you. Eastern Province, I lock you. Rift Valley, I lock you. Nyanza, I lock you. Western, I lock you. Every part of this country, and the Kenyans, the real people of the country of Kenya, the real generators of the revival, God will empower you. Amen. In Jesus' name, I release the spirit of empowerment to every church, to every church, to every Christian, the follower of Yahushua HaMashiach. I release the spirit of God unto you.
that from today, the spirit of liberation that Yahushua HaMashiach had towards humanity ikuingie ndani yako. From today you become a liberator like Moses. From today you become a liberator like Joshua. From today you become a liberator like Nehemia. Kuta za nchi hii zianze kujengwa. The economy ya nchi hii ianze kujengwa. Watoto wa nchi hii waheshimike na wabarikiwe. We shall never bury our children anymore. We shall never bury our children anymore. Kenya is a sovereign nation. Kenya is a nation that was bought by blood, the blood of Jesus. We have paid the price. Oh Lord, help us. Guide Kenya. We cancel every Freemasonry altars. Even the building they constructed, that they use stones, that each stone is an altar. I cancel those altars in the mighty name of Jesus Christ. Illuminati spirit among the youth, I cancel you. You shall not eat our children. You will never kill our children. You will never eat the blood of our children. You will never put tattoos on them. You will never put earring on them as a mark of the beast. But God, you will prevail over our children, our sons and brothers and sisters, our fathers and mothers, grandmothers and grandfathers. Kenya is a sovereign nation. We will conquer. We will win every battle. Amen. Kenya is in our hands. That we shall destroy every altar. We shall break their shares. We shall break their covenants. We shall break their agreements. We shall break every altar raised against this country. Any altar that was raised against the country, in the Indian Ocean, in the Likoni, in Lamu, wherever it is, I send fire on you. I send fire on you. 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 Any demonic altar that was raised in Mount Kenya. Mount Kenya is Mount Zion. Mount Kenya is Mount Zion. It is a blessed mountain where the Ark of the Covenant is placed, is hidden there by God himself. And because of the Ark of the Covenant, I call upon the power of the Ark of the Covenant, as it did in the Ashdod and the Agog. Let it do to the demonic agenda in this nation, to the demonic plans in this nation, that none of the plans will prevail over the country Kenya. They did altars and sacrifices in Lake Victoria. They have an altar underneath Lake Victoria. I destroy this altar. I dismantle it. I send fire in there. Fire on the altar in Lake Victoria. Fire on the altar of Lake Victoria. They have raised a very special altar in Isli, in Garissa, in Mandera, in Helgaisa, in Mogadishu. I command and I bind all those altars in the mighty name of Jesus, that from today, whatever they were doing, using those altars, whether it is economic or financial, politically, socially, religiously, I cancel every communication. I cancel every communication. I cancel every communication. I cancel every communication. In the mighty name of Jesus Christ, may the God of heaven, the God of Israel, the God of Kenya prevail over every demonic agenda in this nation. That our children from today are free. Amen. Our children from today are free from Illuminati. Amen. Our children today are free from devil worshipping. Our free children will never be killed to produce a sacrifice for these people to be in power. I remove them from any seat they are seated. Any seat they are seated on that is demonic. Any seat they will sit on to plan any demonic agenda for this nation, I remove them from there. It doesn't matter who it is, but I cancel anything they are planning against this country. There will be no bloodshed in Kenya. There will be no bloodshed in Kenya. There will be no bloodshed in Kenya. People are not going to fight each other. Kikuyus will never be fought because of their stand. The Luos will never be fought because of their stand.
The Somalis will never be fought because of their sand. The Turkanas will not be fought because of their sand. The Kalenjins will not be fought because of their sand. Every tribe, the 42 tribes of the country, they will stand tall. And as Jesus will prevail over this nation, Kenya will never be the same again. I set you free from economical enslavement. From today, you are economically free. Amen. There are people that had stolen our economy. There are people who raised altars along Muranga Road, altars along Westlands, altars along Mombasa Road, altars along the coastline, altars in the central province, altars in the coast province, altars in eastern and northeastern, altars in Nyanza and western, altars in all borders of Kenya, to deprive the original Kenya from enjoying the fruit of this country. From today, those that had stolen, those that had raised altars that are demonic, I dismantle their plan. I set fire on them. I expose them. I cause confusion unto them. I cause them to fight each other. They will never rise again. The flag of Kenya will be flown high. The sovereignty of Kenya will be cherished. That no arrangement to dethrone the flag of Kenya with the flag of LGBTQ, that they will want to exchange the flag of Kenya with the flag of LGBTQ. They have taken churches, they have taken economies, they have taken social places, they have taken politics of the nation, they have taken the leadership of the nation. From now, the flag of LGBTQ, the authority of LGBTQ, to deprive the seed of a human being, I cancel your plans. Amen. I bring you down. Yes. I release fire. Fire on you. Fire on you. Come down. Come down. Authorities of LGBTQ, come down. Whether you are pastors, whether you are bishops, whether you are businessmen, whether you are politicians, whether you are religious people, whatever manner you are, come down. Come down. Come down. Come down. Let's now lift up the flag of Kenya. You, the flag of Kenya, you are the sovereign. You are the altar of this country. Anything to rise against you, it is under your feet. In Jesus' name. Somebody say amen. Now start praying for your children. Release your children from the hands of the devil, the hands of the Illuminatis. Open up, mention them, mention all of your children from them, from the eldest to the youngest. Wataje watoto wako, uzaliwa wako, wa damu yako. Wataje wale hawajazaa, anza kuwazaa. Wale hawajazaa, anza kunena. Ule unataka kuzaa, nenea mtoto wote wa nchi ya Kenya ambaye amewekwa tattoo, mwenye amewekwa earring, mwenye amepelekwa kwenye ushoga, amepelekwa kwenye LGBTQ, mwenye anatumika kwa mipango ya shetani. Mng'oe huko, wang'oe watoto wote, watoe kwenye mipango ya shetani, wang'oe wote, remove them, sack them, toa them, wang'oe. Biashara ambazo wamewekwa ndani yazo sasa wanazitumikia, wang'oe. Send confusion, tuma makombora huko, tuma moto huko ndani, tuma moto, wang'oe, bomoa kila kitu. Minara wamejengewa, mipango wamepatiwa, maguo wamepatiwa, vinyago wamepatiwa, ving'oe, viharibu. In the mighty name of Jesus Christ. In the mighty name of Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Every bondage is broken. Wataje wote, Our children are free. wataje. Thank you, Lord. Thank you that Waite. Kyle is free. Waite. In the mighty name of Jesus. Call upon In the Wambui, mighty name of Jesus Christ. Kyle is free Waruinge, from every bondage, dancing, activity in the mighty name of Jane, Christ. Thank you, Shalin, Jesus. I command Mzee. the powers of darkness. I call upon you, Sisi, in the mighty name of Jesus. Wherever you are, nishana mumete mudiri mwini wako. Nidamukura kuma kwa goma, nidamukura kuma mifaguni ya goma, mutigatumika kwa goma rege. Ndamwikira thakame ya Yesu Kristo etweke nduru kuri kwa goma. Matikana mwana rege. Nidamatumumia, nidatuma confusion katika kao. Mayuka kumusharia maguruke, mayuka kumusharia maharagane,
Na wewe umeshaje magana ma confusion. Na tukamwona na daikone. Uri maendeleo. Yes. In Jesus' name we pray. Amen. Somebody say amen. Amen. Thank you, Jesus. Father, put makofi yako, peka makofi. Pigie Mungu makofi. Shangilia vifujo na vigelegele. Shangilia, 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 shangilia. Shangilia, 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 shangilia. Shangilia, shangilia. Shangilia, shangilia, shangilia. Oh yes. Permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. Listen here. As you go home, you know, I'm unable to open my eyes because of the brightness that God has caused to be in this house. The angels have taken over. Michael is rescuing you from the hands of the Persian. Amen. Amen. You are free. In Jesus' name. You are free, my daughters. Amen. My sons, you are free. Amen. May the Spirit of God now touch you. Amen. May the Spirit of God now liberate you. Amen. May the Spirit of God now change your status. Yes. May the Spirit of God cause you to see what you've not been seeing. May the Spirit of God cause you to go through the Jordan River. May the Spirit of God empower you. You are free. You are free. You are free. In Jesus' name. Amen. Ngoja kidogo tu. God will cause you to thrive. Mungu ameachilia nguvu na uwezo mpya katika maisha yako. Walikuwa wamekuzuia kabisa. Kama vile Yesu alikufa, akazikwa, akaenda kuzimu, akabomoa misingi yote kule kuzimu, akarudi akapaa akaenda mbinguni. Amekaa kwenye mkono wa kulia wa Mungu, anapigania wewe. Hivyo hivyo nimeona roho wa Mungu ameteremka, ameingia mpaka kwa kina cha maisha yako. Amen. Na amefuta maandiko na maandishi ambayo yalikuwa yameandikwa juu ya maisha yako. Amen. You will never suffer again. Amen. Mungu anakuambia tu umtegemee, mngoje. He is here. He is blessing you. He is blessing you. He's just saying, we will continue with our prayers for 7 days again. As you cover this nation, cover your children. Cover the blood of Kenyan, a real Kenyan. Yule ako mpaka America, yule ako Asia, as long as blood of Kenya. Because they wanapanga ndio kusimamisha revival isifanyike, wanatafuta damu ya Mkenya wa sacrifice. Pray for it. Pray for every single Kenyan. Wale wako ng'ambo, wale wako Kenya, mahali popote walipo, kusipatikane damu hata chembe itakayomwagika kwa sababu ya ufalme wa giza. Kusipatikane hata kachembe kakukatwa na wembe ama kukatwa na kisu, mtu akikatakata sukuma, eti kwa sababu ya ufalme wa giza. Huyu Mungu umuingie mpaka kwenye mashule, maana recruitment kubwa inafanyika kwenye mashule. Muingie kwenye boarding schools, colleges, universities. Muingie huko na moto. Muingize moto kule wa Yesu Kristo. Damu ya Yesu muipenyeshe. You mention every university in Kenya, every college that you know, every school that you know. Speak power. Kisha baadaye muingie kwenye state house. This one I want you to do this. This is God is telling me. Cause a lot of confusion in state house. Because there is a community somewhere ambayo imepanga kufanya mapinduzi ya ndani kwa ndani. They will be seen like they are not in power, but they want to be in power. They have taken away the sovereignty of the nation. It is on another land that is not Kenya. God is telling me, cause a lot of confusion. Hiyo plan ambayo wanajaribu kuipenyesha ivunjike. Hiyo plani wanajaribu kuipitisha through hao mawaziri wadogo wadogo walichaguliwa.
because it is a hidden agenda. Cause it to go down. Cause it, the plan itself, not the people, the plan itself to go down. In the mighty name of Jesus Christ. Speak kwa hiyo siku saba. Speak for this nation. Speak for the flag of this nation. There is a transition God is causing. There is a revival God has brought in. It is spreading across Africa. Kuna kizima naona kiko chini mita 50 kiko chini kinapanda kitapasua mwamba wa jiwe, na kizima kile kitatoa maji mazuri yatakao miminikia kila Mkenya, na baraka ya Kenya na mwanga wa Kenya utainuka tena. Watu kutoka Ulaya naona wamepanda ndege, wazungu, watu weusi, Waarabu, wa China. Hawakuji kutengeneza barabara, hawakuji kujenga manyumba, wanakuja kushuhudia jinsi Mungu ameinua Kenya. Ninaona mamilioni za pesa zikikuja kwenye madhabahu. Naona watu wakikuja kwenye madhabahu hii, mamilioni na mamilioni ya watu wamekuja Kenya kama dhabahu. Kenya, Nairobi, minara yote ya shetani itaanguka. Minara yote ya shetani in the spiritual realm imeangushwa, physically itaangushwa. God will cause an army. He has risen another army. Kuna jeshi jipya linatengenezwa. Jeshi la kutoka mbinguni. Litabomoa kila kitu ambacho ni cha kishetani. Jeshi limeinuliwa. Hata makanisa ambayo ina wahubiri wa kishetani itaangushwa. Biashara, supermarket ambazo zimejengwa kwenye msingi wa kishetani zitaangushwa. Familia na ndoa ambazo zimejengwa kwenye msingi wa kishetani zitaangushwa. They will go down. They will sink down. Then God will raise a new generation. A generation that believes in him. A generation that is empowered and controlled by him. People from the professionals to every person, juakali, boda boda, everybody will enjoy the shining power of the Almighty God. Saying, continue praying. I'm lifting up my church. I'm lifting up my businesses. I am lifting up my children. I am raising an army. I am raising a crop of leaders who will never compromise the integrity of their country. That Christianity, the people who are called by the name of God, the people follower of Yahushua HaMashiach are going to be marked again, and they are going to be thriving. You will go everywhere in the world. You will cause the world to change because of you. You will cause the world to be transformed. You will cause the world to be new again. You are going to be empowered. Pray for the peace of the nation. Pray for the unity of the nation. Pray for the love of the nation. Cause that them that causes violence, rumor mongers, haters to be suppressed, their mouths to be shut, their eyes to be closed, their ears not to hear. In Jesus' name we pray. May God of heaven bless you. May God of heaven lift you up. In Jesus' name, amen. It shall be permanent. It shall be permanent. What the Lord has done for me, it shall be permanent. It shall be permanent. Thank you. Tafadhali tuna vijana na pia tunapoimba wimbo huu, wacha dada ya kunywa maji kidogo, tuna keki hapa, atakuwa anachukua nafasi hiyo
na wazazi wetu kusubiri tu dakika chache, tutakuwa tunawashughulikia na itakuwa ni vizuri sana. Tusimame sisi wote wakati ambapo my sister Ann wakisaidiana na yule pale. Tafadhali leta hiyo keki hapa kwa haraka ili at least tutamtukuza Bwana. Simama tu kwa miguu yako miwili. Number 2, nataka kutoa shukrani zangu sana kwa wale wote ambao walisimama na mchungaji na wakambariki baba yetu wa kiroho last Sunday. Nataka kusema ya kwamba Mungu wa mbinguni awabariki. Wale hata pia wanatuona kwa mitandao, tulishukuru sana, mlitupatia fedha zenu, mkatubariki, na hiyo siku ilikuwa ya kufana sana. Mungu wa mbinguni awabariki na msiwahi pungukiwa kwa jina la Yesu Kristo. Na kuanzia last week, baada ya miezi 3 tutawatolea siku, maana watu wengi wamepiga masimu wakisema ya kwamba hatukuwauzisha. Mbasa kuanzia sasa hivi, baada ya miezi 3 tutakuwa tunambariki mchungaji ama baba yetu wa nyumba. Pigia Yesu makofi mazuri. After 3 months, ambia mwenzako baada ya miezi 3 tutambariki baba. Na tangu tuanze kumbariki nimeona matunda. Amen. Kwa hivyo ninashukuru sana wale wote, kamati andalizi iliyoandaa kina Roda, God bless you, maana mambo yalikuwa mapya na Mungu awabariki sana. Amen. Bwana awabariki sana 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 na watende mambo mazuri. Let's go to worship. Wimbo tu moja kwa haraka sana. Alafu jamani, keki itakuwa inakanyaga hapa. Anaamini Bwana atatubariki sana. Amen. Let's go sana. Tutawapatia vitu hizo. Ashas, tafadhali tunapendelea kuongea hivi. My goodness. Ashas, tafadhali tushike hiyo chakula ya wazazi, tuendelee tukwaweke hapo kwa miguu, na itakuwa ni vizuri sana kwa jina la Yesu. Let us go. Zaidi ya yote kwa mbele kwa madhabahu. Endelea. Utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega, ubadiliki kamwe. Zaidi ya yote utabaki kuwa Mungu mkuu, Alfa na Omega,
kuna maroho ndani yao ya viapo vya maumau, matendo yao ya ujana wao na vitu vingi walivyovifanya ambavyo kwao wanaona hawawezi kuvisema kwa ajili ya umri wao. Kutoka sasa chakula hiki kikienda kwao, kiingililie kati, kibomoe, kiharibu misingi yote ya shetani iliyo ndani yao. Any covenant, any altar, family altars, bloodline altars, land altar, association altars, zote ambazo walizifanya kutoka sasa kwenda mbele, kuwe na mwinuko wa moto utakaochoma, kuteketeza na kuharibu mizimu hiyo ya kifamilia. In Jesus name, sema amen. Ruo mothe mutikoreherwo hau tondu ndera ni mwaki ndamwakirio mothe tondu mwithiri nyingi muno na thiri icio no nginya ciumbukane ciothe. Riu o mundu oke ni muma ndiramuhe wa Jesu, o mundu oke eyoere haria Ngai akionaga. Ukirai athuri na atumia weyoere hau. Maramenya onaramenya guoya muingi maramenya haha ni gathuka gwathuka rimwe kila mtu akuje ajichukulie, hakuna mtu atabebewa. Utoe kwenye madhabahu, hatutachanganya madhabahu mbili. Mumocio mwanywire no nginya muugukwo na kule mwathire kwago na kwa rogi no nginya muugukwo. Igira thinie kinyaga tu chukua kanyaga. Si mnasemaga kanyaga shetani? Ni mugani moe ona ithe ni toy mukinyage mutigi orogi wanyu haha na ugo wanyu haha mugutige utawacha hapa. We nevertheless utoireko no ateire ciana utiri horo wale mone guka ne tigiti wagire doneka ogu no riri hagira shosho tigiti ne shiriki shiga na kuma buruburu 50 no riri haga shosho igana le moria 50 agoka sade no newe okay oya namba yake ocio oyete guoko hau. Nevertheless ocio nari gutumagira tigiti ndukanegwatia nduri tigiti thie na hau arakugucagucia na hau mari thiri utagenda ndu mamenye thiri ya muma o mundu ena kamurigo wake o mundu ni mwakena ici ndamunengera iri muma thiri icio muturaga nacio eno ne fundo kidaikia thiri icio ciumukane cicomoke ciothe wanyita aria moragiria andu ugoka ha gutwira uria woragiria andu nigetha kigongona kiu gitumaga wage thayo kuma muthi uge thayo niguo na andu ngitikia karimu muri kuyu mwahetwo uria mururu wale mururu maito mwahetwo muma mururu gwe niki uria auga
uria marauga niguo tutikagia niguo marauga kuma muthe toya iguru omundu tani iguru kona iguru aya mbodo amuma oya iguru kona iguru guoko kuorio oya guoko kuorio na iguru ugakumwa muthe muma wothe ndanyuite ngimenyaga na itekumenya ndaukaja kindu giothe ndakanitio kitanitio na muthungu gitanitio na bururi uyu mukana o wothe ndekirirwo ndaukaja kuma umuthi uyu ugai ameni ona enda kumbura gutiri kundu ngigutwara takiumbura we muthuri oya chukua yako hapa hata wewe chukua muthiete munogereire ndiramuona muno mwitwe ijuaji muno ninyu mwerugamirie na maguru manyu haria murarikana mukirugama haria nini ndamwitite mwitwe ijuaji ndimurikite ugu ndocio mureta maite sesaga matui muikare mwikindu kimwe kana munino muri hamwe mugucoka haria no horaire thank you. Kuna watu wanapiga hawa wazee lakini si wa hapa, wametoka nje. Wale wazee, huyo mzee amekuja hapa Mokolino wake rede marehe moke moe. Kuna wengine hapa wazee mure yoshi mtu mioge hau nikano asiome hau walichukua washachukua wewe uko ete ni woete kiwe je ingine iwekwe store tu muongezee, si mmeona imebaki, tunakuwa tukiongezea chakula, tunapeana inabaki, lakini si ya kutagasa. Watu wa media si tutagazie watu ati ndio tuonekane kanisa yetu inapatianaga. Hapana, this is our responsibility. We are not doing this for publicity, we are doing this as a responsibility. Umenielewa Otieno? Maana asante. Sio sasa, kama ungeniua nani angekupatia hiyo? So happy birthday, happy birthday, happy. Sasa umezuba hapa, unazubaa nini? Hiyo ni Sasa tumekusikia. For about 1 year we have had one kagal ambako nakapenda sana. Nikamanga lakini nakapenda. She's good. Na kulingana na destiny na historia yake kule ametoka, sio nzuri. Na kamejaribu kufika hapo, kamefika ni kujaribu. So nikamwambia I will be doing your birthday kwenye kikokona. Si kalikuwa kanafanyanga kwa bar na vituko za basi, mnazielewa? Lakini nikamwambia sasa tutakuwa tukifanya hapa. It is part of disconnecting, kuvunja hiyo kitovu, disconnecting, because ile maneno yote kamekuwa kakifanya, it is because ya kitovu. Bwana Yesu asifiwe sana. So nikamwambia hata nyinyi watu, mtu akikuwa na birthday lete hapa tufahamishe awali,
lete keki yako hapa, wewe mwenyewe ujiletee keki, si kanisa. Na usituletee chupa moja hapa. Hii ni nyumba kubwa. This is a family. Tafuta marafiki wawili watatu, mnatengeneza keki kubwa. Joy, ako wapi? Hapana, wacha madoido hiyo kuja. Wacha madoido mingi. Toa hiyo kitu. Pasiba. Hii ni sherehe ya kiungu. Utaira atoshi yako tulie maruhare. Tulie maruhau. Ni digo koinera nyimbo icio muinagero. Chene wodi koinera gwako. Nyosheni mikono hapa. We are dedicating this child kwenye madhabahu ya Mungu. Maana wakati alizaliwa alidedicatiwa kwenye madhabahu ya shetani. Huyu mtoto, weka mkono chini kwanza. Huyu mtoto anaitwa Joy Wairimo. Wow. Wa moyo. Shosho wanyu etagwo atia? Wairimo wao. Makufuri. Wa Makufuri. So, acha niwaambie kitu ambao nataka muelewe kiini cha kufanya birthday mahali kama hapa. Anaitwa Joy Wairimo. Wa moyo wa Wairimo. Wairimo wa Makufuri. Makufuri, unaona ule Tanzania, president wa Tanzania ni familia moja na hii. Umeona? Wale wanitumia mizimu ile hatari ni wanaitangwa Wazanaki. Wazanaki ndio watende ama ndio wakuli ya Kenya. Wale wanakujanga wanakuchukua wewe, utazikwa. Watu wote watakuwa na umezikwa. Lakini wanakubeba wanakupeleka Shinyanga huko kwao kufanya kazi. Na watu wote watafikiria ulizikwa. Na hata kaburi yako itakuwa hapo nje. This is where kihumo kia mwanao ni kiu. Ndio wakati alianza mambo ya uchawi na kuiba wanaume wa wenyewe na kuroga mabiashara za watu, sitikatokaragia huko ndio ane yaragia. We yaragia todo hiyo ndio foundation. Hiyo ndio hinya, huyo ndio hinya wako. Alikuwa hivyo, amechukua wanaume wengi. Anaekea anakuita na kamote kutoka kwa nyumba unakuja mpaka mahali yako. Anakufuga unaenda kwa ATM, kimwanaume kama mimi kinaenda kwa ATM, kinaitishwa na bibi maziwa shilingi 200, unamwambia takataka hii. Ndio aje hali anyejaga. Aka kanapiga tu simu. Babe. Atendeke. Ni sina pesa. Nataka kama 200k hivyo. I'm suffering. Oh baby, wacha kusema, wacha kulia. Kimwanaume kama mimi na tumbo kubwa kinakimbia bagi kinatoa 200,000 kwa sababu ya haka kalifanya. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu mtoto alijua kutumia majini akiwa mtoto mdogo. Huyu mtoto alijua kunyang'anya wanaume na kila kitu when she was still young. Because ya madhabahu. Na kule alienda, how she was connected, alijikuta Dar es Salaam. Kule kwao, lakini yeye hakuwa anajua ati wako na relationship Dar es Salaam, lakini alijikuta kwao, kwa mizimu ya kwao, ndio kalikuwa kanaenda kuchukua powers. So how best we can help this girl? It is to help to break hiyo mizimu ya Tanzania, mizimu ya Kenya na mizimu yote ile. Na hii ni process. Si kitu Wairimo. Si kitu tunamaliza mwaka huu, inaweza hata kwenda 20 years. Kwa hivyo ukae hapa, Mungu atakutumia hivyo. Hata mimi saa hii bado navujaga madhabahu. Tutaendelea kukupenda. Ogo tu tukwendete. O enolimu waku, todo eta Wairimo, tugothio tugoteithĩtie. Na hiyo, ore hari rateithĩkira na nĩone rateithĩka. Ona nino thiaga kweka atia? No ndutaga sacrifice. Ile muonaga ndaruta kĩndũ haha, nĩ kĩgongona ndaririkana gĩa gwitũ Kabuja. It is a process. Now it's about 15 years since I got saved. But still I'm going through. Sasa usikue na haraka. Tulia tu. Hii kauso kako kasi ukienda unaangalia kwa kioo hivi unaona venye uko beautiful, kasi kudanganye. You have a bigger battle ahead of you. Usikuje ukaambiwa na watu hapa, umekuwa umejulikana sana dunia mzima. Now start kitu yako, start.
Start YouTube. Usidanganywe na waroigi ati ukae hapo. Atakutumia alafu wacha speed. Daudi alimwagiliwa mafuta akaenda kwa kichaka. 15 good years. Akangangana. Alirudi akiwa na 30 years, akiwa mudhamaki. Weterere uruguo. Nanyita, tiago tengatengera. Niwe kuo, hakuna siku utakufa. Mungu ako tayari kukutumia. That is why alikusave. Si ulikuwa umekuja kuniwekea kakitu? Siona, alikuwa ametumwa na mabishopu na mapasta. Akuja niwekee kakitu. Sasa na mimi tukakutana Thika, kanisa ya Thika. Kakitu akashikwa yeye na kakitu kake tukashika. Sasa ndio huyu atafanyika. Huyu ni muinjilisti mkubwa sana. Atahubiri. Bwana asifiwe sana. Gotire modo perfect. Gotire modo perfect hakuna. Lakini ile uende ukiacha, hautawaacha pamoja. Onani dia tigire. Sinasikia kule kwetu tumetoka kwa mabibi 36, sikuacha mara moja. Nilikidha pole nikiwa mwokovu tu. Bwana asifiwe sana. Si hata mnaonanga kuna watu hapa wananiangalia hivi wananifanyia hivi. Ni bado kuna kakitu kakaja kukakote. I'm not sijafika hata 30%. Niko 20. Bado nakuwa. Salvation yangu peke yake ni 8%. Sasa unafikiria in 8% ni nini inaweza kuwa kizuri nayo? Nikimugio na yako haha thini hawa. Tigo kigo kila ndamwira. Wako ni uko na tutwalane tupelekane na wewe kwa unyonge wangu. Pole tu Mungu anaendelea kututengeneza. Pole. Si unaona leo nimevaa kauda. Jana ulinipata na nini? Na t-shirt kimekaa hivi. Ni Mungu ananibadilisha pole. Sasa hakuna bio. Teko henyo ni andu atere uni utwekete popular. Nduri popular. Popularity yo yothe no nginya iharuruke thi. Ngai agwake ringi. No tutigukurekereria ukome uri ngaragu. Tutigukurekereria uthio gatamburwo ni arume na guku barabara. Tutigukurekereria nyumba yaku ihingwo. No tutigukuiga maisha ma babe. Nanyita. Tulioka guguteithia wakinya mwisho. Udugaikaraga hau dad. Akisina pesa ya food na mulisa hakuna kitu, ni sukuma tu hapa na unga. Kisijazoea kukaa bila kukula kanyama. Hicho dike kohe. Toni nani dale lilo na fudio neka inajira dito. Marune manatura. Bwana asifiwe sana. Umererie no kirererie. Na werutire ukage ugathambagia kanitha ukihotora shuka ukauna haha ugathambia ugo na gitambe ugathambia kinyago ugatera ugathie ndugeterere kurihwo wethie tu ruta wira ucio ukirutaga kawira kari ukuona guku ka Ngai ukaruta ugathi kwa muthumia toyo mukuru kamuria address ya gwake ugathio gwake mucii ugatinda ukimuhurira nguo ugathambia nyumba ukamihura wega ndukamwitio na ki ukamwana wako wena kio ukoyo ukamunengera. Wanyita. Ici iyo niyo security yaku. Mawira maria urerutaga nyumba-ini ya Ngai nimo security. Tondu ago taruki mundu kire mwekere mwari nakio Tanzania giikarite hari. Makiona. Giikarite hari. Tondu kiroria urathie ku. Kegoraga nginya gwakwa mucii niachie mtoto wangu. Digeti kugoraga mucii onawe. Yes. The security you can get, it is to remain here. Wikare magutaine, wikare haha urugari-ini wa Ngai. Nigetha Ngai awikete athi na bena gukwambararia. Nigetha tumudurume tu tukaga gukuhurira tuthimu. Tutige thimu ciao no kura cikura. Naigwa. Ndiraiguithania. Ni mwana tandira mwiritu uru. Na inyu mumuteithie kumenya Ngai. Ti kumwiraga heuri wetiare we muheu we no tegwira wa Ngai gutire wahonokire ri last year gutumika gwaku kwega ni miaka 10 kuma riu na thengima urihuragirwo thimu nginya uritumagirwo private jet
uthia Australia ndukatengere ihenya inene riunaga ki gikwa ihatha tungata botungate nigetha Ngai athia gwakite kwina tumecege tuingi muno tumunyetwo nginya uke straight tia kwenda kuregera tumaisha turia wakinya kahinda ga kuharurukio thi nyumba-ini ya mabati witikire ndukambicane witikire wakinya ihinda rĩa guthiaga kugura mutura kapisi ka mutura ukarianirie na ngima witikire ndukang'ang'ane ati I know very many people ekehurire mundu umwe ndingiria kamutura nekuria kanyama getagwo atia a steak ndukang'ang'ane wikare uri uraikaraga wirekererie Ngai akurute nguo icio agwikire matangari acoke akuhumbe nguo ciake neguo ni njui ni raigua magodo ni manogire sasa tuweke hii muziki yetu sasa kaa tu hapo atumia kanisa wamama wa kanisa kujeni Penina kuja huyo ule mtoro kuja hawa watatu wametosha sasa hii tumwimbie sasa Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Baba muumba wa mbingu na muumba wa dunia, wewe ndio ulituleta dunia hii na ulituleta tukiwa na sababu. Joy wewe ndio ulimulete na ulimulete akiwa na sababu, lakini shetani alijaribu kumwangamiza na ukamlinda ukamtetea. Hata hivyo sasa ameongeza mwaka mmoja mwingine katika miaka yake. Ninakuomba Baba, miaka hii ambayo umemwongezea umbariki, umsaidie, umpatie uelevu na hekima ya kuishi katika dunia hii, kuishi kwenye uwepo wako, kuishi kwenye baraka zako. Muongoze kwa njia zake zote, yeye na kizazi chake. Ninamtenganisha na maroho ya waganga, maroho ya Magufuli, maroho ya Dar es Salaam, maroho ya Shinyanga, maroho ya Wateso na Wazanaki, maroho ya kifamilia ya Murang'a, maroho ya maeneo anaishi. Yote ninamtenganisha kutoka leo. Marafiki ambao ni wa kishetani wote ninawaondoa katika jina la Yesu Kristo. Mipango yoyote, maandishi yoyote yaliyoandikwa kwenye kifua chake, kwenye moyo wake, kwenye kipaji chake, zote ninaziondoa, ninazifuta. Ninaandika maandishi mapya, mshindi katika Yesu. In Jesus name we pray. Sasa simama na kwa miguu yako. Usijali. Hata next year ukikuja utapiga tu magoti chini. Chukua kisu nikuonyesha. Nani anakatisa hii keki? Ni wewe. Unataka kuchukua Ndatuire pana wa Erika shikaneni pamoja. Si mnajua vile kata anaitwa Joy wa elimu. Ati asijue miaka yake sasa watu. Immanueli wangai leo bilikane nikionie ndasoka kugane wega mabaitha na maria ndamaraithani omwenda unyamia kimenyiria gĩaku andũrĩ waroria ũthiũ na konge ũguo ndĩoneka Kikuyu wafale ikiriganĩro gũcoka matikirikanĩra kugane wega Immanueli wangai leo bilikane nikionie
wazee na wamama muriega osade mtakuwa mkipata chakula, lakini fare ya kukuja na ya kurudi ni yako. Tumesikilizana? Fare ya kukuja na ya kurudi ni ya nani? Ni yako. Betiko. Kwa hivyo sade mnafika hapa saa 4 tunasoma, alafu tunapata ile kitu mnapata, mnaenda nyumbani. Kwa hivyo hata wao wengine wako nyumbani, mkuambia mkuje na mwambie sade. Hii ni program tutakuwa tukifanya kila sade. Na kama wewe ni mgonjwa, kama uko na shida ya macho, uko na diabetes, uko na pressure na arthritis, tutasimamia kwenye matibabu yenu wenye tutaweza. Mtakuwa mkishughulikiwa. Ako wapi huyu mama? Watu wangapi hapa ni daktari ama ni nurse? Karo wako wapi? Simama. Kuna mwingine ni daktari ama nurse? Aha, mwingine? Okay. Sasa nyinyi hawa wazee wakiingia, kitu ya kwanza ukiona mzee unamuuliza maswali. Mnaangalia mwili wake, mashini, tuko na mashini za kupima sukari, mazini za kupima pressure na za kupima anything ile inaweza kupimika hapa. Hiyo ndio kazi yenu. Wakiingia tu every Sunday kuile kona, washughulikieni tu kabla ibada ianze, ama ikiwezekana mnafanyia pale nje, unaangalia, unamuuliza, mnaandika historia. Sade alikuja hivi, sade hii amekuja hivi. Ndio tuangalie vizuri, si ndio? Neguo. Ni mwakena. Nao mko na kiteko kia madaktari watakuwa kishughulikia. Na nani mko na hii kadi ya NHIF? Kila mtu ako nayo? Yeah? Hawana. Sasa mwenye hana kwa hawa mtajiandikisha kwao. Tuone kama kila mtu atachukua mtu mmoja. Si utachukua mtu mmoja? Umulipie wewe. Wewe ni mtoro. Maito. Huko. Bado likanyamu nejoe. Wewe utalipia wangapi? Wawili. Mothe nione ile wira. Utalipia wangapi? Mmoja. Sasa kila mtu ajitolee alipie mmoja, wawili, mmoja, wawili, mmoja, wawili. Si ndio? Hii kadi ya NHIF. Negole. Hata hukuelewa ni nini? Kila mtu ajilipe. Hiyo mzee mmoja umulipie tu. Ndio akikuwa na shida kubwa ambayo inahitaji daktari, tunamtuma huko. Are you together with me? Nemwajigwa au nejo ni mwalito hero. Ate nigeto marehere kadi ya NHIF nedeheire ciakwa. Nie mwenyewe nende. Uwe huna ama uko nayo, ulipie. Ujiandikishe. Wewe ambao unataka kusimamia mtu mmoja, utupatie jina yako na namba yako. Si ndio? Yeah? Thank you. Now mnaweza kulilisi wazee waende. Watu wamekunywa chai? Na ni kwa nini? Mlikuwa mnawasabu? Simu organize watu wote wakunywa chai kwa biru yangu. Kila mtu apatiwe chai kwa biru yangu. Najua my friend pale atanisaidia kulipa. Eta kwa watu yule mwi. Judy. Hi Judy. Hi. Kuja salimia watu. Kuja. Noedireta. Utile Judy uke huko. Noe. Unalala kamera kolieri. Bwana asifiwe kanisa. Praise Jesus. My name is Judith Wangare. I am born again this afternoon. I am thanking the Lord for the gift of salvation. And it's a pleasure to be in the house of the Lord this day. God bless you. Huyu mama huyu wewe salimia
Bwana asifiwe. Haleluya. Na mimi naitwa Mary. Wengi wananiita Mary Dave. I'm born again. Yesu ni Bwana, ni mkombozi wangu. Mahali nimefika ni mkono wa Bwana. Mimi naishi Kerogoya. Huwa niko related na hii altar wakati wa usiku during kesha. But today nikasema tu nitakuja kukiwa mchana na nimebarikiwa. Papa, thank you. Sio kuage mchana kabisa kabisa. Huyu ni mchungaji lakini hajui ni mchungaji. Uanze kukusa hiyo maneno. Kaa hapa utasuburiwa. Hapa kuna watu wanajua kunyorosa mtu vizuri mpaka anachomoka ile kitu inatakikana. Hapa it's a very good college. Uwo umereria uturuo ni maturaga andu. Bwana asifiwe. Kama nilipo introduce myself pale mapema, kwa sababu nilikuja asubuhi, mimi naitwa Joyce Ndwiga, natoka Mombasa. Na kusema kweli nimesikia nimebarikiwa sana. Nimekuwa nikitamani lakini kwa sababu ya distance nikawa siwezi kufika kama vile ninavyotaka. Na vile nilisema asubuhi, wale saa zile nilisalimia, nilisema hivi: when you do whatever you do good, you do it to make yourself happy and God. The rest doesn't matter. Thank you. Simpigie makofi. Yes. Watu wa Jiro. Jiro hauli hodari. Bwana asifiwe sana. Naitwa Lucy Wanjiku, nimeokoka. Na nimekuwa ni naforo mtumishi, na kwa hakika mmekuwa baraka kwetu. Tumekuja hapa leo kama familia na tumebarikiwa. Asante sana. Praise God. Jina langu ni Neri. Lucy ni my sister. Tumekuja hapa ili tubarikiwe. Simpigie makofi. Ole mulamu. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Sister Ann wa Kora toka Bungoma. Mungu awabariki. Nimebarikiwa sana mahali hapa. Mungu awabariki. By the way, Wakora anauzaga ni madawa ya kule MS ya kulevya. Supplement. Ni nini? Kampuni yetu ina deal na drugs ambazo zinasaidia sana sana chronic illness, zinatoka USA, na tumeona Bwana akitenda mambo maajabu, hata cancer, hata sickle cell, hata arthritis, pressure, hizo zote. Tuko na machine special for that purpose ambayo inafanya full body scanning, ni 2000 only for the whole body. Kila kitu, na itakuanikia pale, we mwenyewe utatuambia. Kama unaenda MRI, ukienda scanning kama kwa hospitali kubwa hivi, utaingizwa chini ya kitu fulani, lakini inakumulika mwili yako yote, and very cheap kwetu. Ninakumulika lakini si tutatoa nguo inaitwa magnetic resonance. Inatumia such a technology. Magnetic resonance it just taps from your circulation as the blood is flowing through your body. That is how it taps. Alafu it is able to reveal everything that you are having or suffering. Gari kubwa. Tutaanza na wewe. Mwanzani ya woso. Bwana Yesu asifiwe. Kwa jina naitwa Maureen Kendi, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ndio yule mnasikianga gari kubwa. Hata mimi nitaenda kupima. Nimesikia hiyo kama ni mzuri, kama itatoa kila kitu.
Asante sana. Yes. Ati utapimwa wa kwanza? Kwani unajishuku? I thought you get some people to help. Tafadhali tu kanisa tuchukue chai tulishe wazazi wakimbie kwa haraka. Tafadhali. Nataka usalimie. Baba, asante kwa sababu kikombe cha chai watu wako wanapokitumia ukibariki na huo mkate kwa jina la Baba na Roho Mtakatifu tunaomba tukiamini. Amen. Tafadhali church tuchangamke. Amen. Tuchangamke. Ile timu ambayo imeleta chakula hapa, tuende pale nje, tuchukue chai tupatie wazazi. Kila mtu akae chini, tutakapomaliza kusavu wazazi au wengine tutapanga laini. Asante. Good afternoon, church. How are you? My name is Charles Ngila Musyoka. I'm Penina Musyoka's son. I'm always glad to come to church, CFC, because it's a lively church. And I love the apostle because he speaks on matters that actually touch on our day-to-day lives. So I'm always happy to be here. Apostle has requested that I come and greet you. So receive my greetings once more. I'm a quantity surveyor by profession. We construct buildings. Sisi ni watu wa mjengo. So I thank Apostle for his constant prayers. Quantity surveying. Yes. I thank Apostle because of his constant prayers for us, for the youth, for the young generation. So I really enjoy coming to CFC. Thank you, Apostle, for your blessings. So kama uko na shamba unataka uwekwe mipaka mzuri, tuko na mtu wa kupima. Hii kanisa haikwagi na watu hivi. We have quality people. So give him job. Lydia, patia huyu kijana kazi. Najua uko na mashamba mingi sana. Thank you. Yeah, kazi utapata. Leta kadi zako. Wewe kiawa uka. Wewe ndio mlikuwa mnafinya watu. Shika, salimia watu waambie wewe ni kiawa na magari. Bwana asifiwe. Kwa majina naitwa Joel Jenga. Hata mimi nilikuwa mfuasi wa chama cha Mungiki. Ndiye alikuwa ametumana tupewe hiyo kitu alikuwa amesema. Na sasa hii nataka nitoe hiyo kitu bado. Sababu namfuatanga. Lakini sijawahi fanyia mtu kitu yote baya, nampenda Mungu. Asante. Ati nilikuweka kitu. Itatoka tu. Hata hiyo muda yake ndio kegenyo. Sio ni kuniharibia jina. Ni kweli? Thank you. Wewe mami. Wewe kuja. Najua hiyo kiti yako nimeobserve all Saturdays hiyo kiti ndio nakaliaga. What is the magnet? Ama umeishika? Bwana Yesu asifiwe. Naitwa Esther Mwangi. Yesu ni mwokozi wa maisha yangu. Mbarikiwe. Pigieni Esther Mwangi makofi. Kuna mwingine hapa sijaisikia akiongea. Huyo nake na maitho manali. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Zipora Njeri, nimeokoka, nampenda Yesu na nawapenda nyote. Mbarikiwe sana. Wewe unaenda wapi na ni wewe? Ni wewe. Shika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Dorcas Mbitha. Nampenda Yesu
nataka kutoa ushuhuda. Si ni wewe umenipea? Nitoe ushuhuda. Na wacha niwaambieni kitu. Wakati nilikunja Nairobi 2007 niliingia makanisa mingi, nikafanya kazi makanisani. Ikifika wakati sijui inakuaje, wengine wananifukuza. Unjai ona umetenda kazi na moyo wako kanisani alafu unafukuzwa. Na after that unakuwa na shinda mingi. Lakini jeni niwaambie, wakati nilikuja hapa, I think hii ni mwezi wangu wa 3. Yani nimeona Mungu kwa njia za kipekee. Nilikuja hapa first week, second week nikaanza fellowship kwa nyumba yangu. Hallelujah. Na to start a fellowship in your house peke yako na watoto wako is not easy. But I started it. Na in the process, I think ile ilikuwa nafuata ilikuwa kesha, nikakunja kesha. Sasa I have an angel in my house ambaye ana monitor my life. Wakati nilienda kwa nyumba aliniuliza, nataka niambie ulienda ukalala wapi? Next Sunday nitaenda na wewe ndio nikaone ulienda kulala wapi. Tulikuwa already tumeanza fellowship. Wakati tulikuja na yeye hapa tukaendesha that fellowship. Sasa amengeuka akakuwa programmer. He is the one who chooses verses for us. Na ametupanga kila siku kila mtu na verses zenye atasoma. Sasa wewe ukikosa kumuuliza mapema ndio uende uisome uipange, anakupatia hiyo saa tunaomba. And you have to interpret it rightly. Tuendelee tukupeana chai huko ndani pia. Hallelujah. Amen. So nashukuru Mungu kwa yale mambo ambayo ni ya kipekee imetendeka katika maisha yangu after coming to this church. Kitu kingine nataka kusema ni kuna some bondages ambayo zilikuwa katika maisha ya kijana yangu. Sasa siku moja tukamtap, I think it is last Wednesday. Alikunja tu tukamwambia you have to preach today. Na ni hiyo verse ambayo anaambiwa that particular time. Sasa wakati alipatiwa that verse, alisoma and the way he interpreted it, I was so much impressed. He's a preacher. He preached with a revelation I've never known him with that. So I thank God for everything. I thank God for this church. And I pray the man of God to have more yani ongezewe mafuta. That is what I want to say. Aongezewe mafuta mengine mabichi kwa ajili ya maisha yetu, kwa ajili ya familia zetu, kwa ajili ya kila jambo katika maisha yetu, kwa sababu kile anafanya direct from God. That is how I